Wana ameniondorea. Alright, karibu sana. Welcome back to our normal studios, to our normal programs as usual, as we do every day. I hope that you are doing well since we left each other. It was on Tuesday. It was Wednesday, and I want to congratulate everyone and every viewer who just commit and follow us on everyday events. So today I want to welcome to Park as normal and hot seat. Today we want to speak. I want to talk about so many issues about politics, and I hope we will gonna do it perfectly. So welcome back to our normal studios. On stage here it is me, the one and only Nyapto Dennis aka Kukurikunto. So I hope kwamba everything is well. The day was well. You spent well the day being on a Friday, that everything is well. People are just there, you know, to this on Members Day, and I hope you have just enjoyed your week. Those ones who work on weekdays, we hope that you haven't much work, and you just enjoy it, whatever you are doing. So today I hope that we are going to come together, and we want to speak about two or three topics of today, about the events that have been taking place since we were here on Tuesday towards on Wednesday morning, and I hope we want to participate on it, and we just want to know what is really happening here in Kenya. It's about politics. You know, this is the year of politics that everybody and everyone, every aspirant is just trying to make him or herself well. So I hope you being one of our viewers, our followers, so whatever you are, just take this link to some people, invite your friends, and just take let's have a peaceful discussion today. And I like it. It's gonna be lit, and I hope that you're going to enjoy our show today. So at this moment, I would like to welcome you all. You know, today I'm looking quite different today, and I hope don't judge me, but we want to speak about now hot seat. So nipige makofi. So anyway, tuna kama kawaida nataka kukaribisha moja kwa moja tupende kwanza katika programu ya siku hii ya leo. Ila tuna kama mtazamaji wetu, chukua hiyo link, tumia watu wawili watatu ambao kwamba Kukurikundi washafika ndani ya hot seat, na ni lazima tuweze kuipiga hadi mwisho. Nafahamu kwamba najua kwamba kila siku tunakuwa papa hapa, isipokuwa tu jana the date Miss Anu ni angalo kidogo tu ni mgonjwa, homa pale na mleta mbio, ndio maana hakuwa siku ya jana kwenye studio zetu za hapa Kisi Hot TV. Napo siku ya jana Tuesday mlikuwa pamoja na Papa Leonard Isaac, na siku ya Jumatatu tulikuwa pamoja na nyinyi papa hapa ndani ya Kisi Hot TV. So leo pia nataka niwakaribisha moja kwa moja katika show yetu ya siku hii ya leo, na nafahamu kwamba tunaenda kushiki moja kwa moja mawili matatu tuweze kufahamu ni lipi lile ambalo linaendelea kuzungumziwa katika hapa nchini Kenya, hasa katika swala ama katika safari yake ya rais wa nchi hii ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, ambaye aliweza kupika safari yake moja kwa moja kuelekea katika maeneo ya pale USA, kisha baadaye ataweza kuondoka kuelekea katika maeneo yale ya United Kingdom. So najua kwamba ni baadhi ya mawili matatu wa Kenya wanajiuliza kuhusiana na hayo. So kama unapata sauti yangu tafadhali, ni wazi nikaweze kuhakikisha kwamba unanipata kwa njia iliyo safi kabisa na unawakilisha katika maeneo yapi yale. Sauti kama iko sawa tafadhali tunaweza niambie kwamba sauti iko poa tena iko pomba zaidi. So kwa wakati huu nataka tunjikuwe na fursa hii, na I hope kwamba utaenda kuinvite watu waweze kuingia kwenye show. So usiache mtu yote pale nje. Kama kuna rafiki yako ambaye anapenda kupiga mambo na siasa kule nje, usimwachilie, mwambie kwamba Kunto ashafika kwenye nyumba na tunataka tujadili mawili matatu. Hasa kuna ujumbe ambao sasa hivi kuna kitu ambacho kina trend kutoka kwake naibu wa rais akiwa katika maeneo yale ya Marekani. Kuna kile kitu moja alikuwa anadai kwamba there's a ringing of elections. We won't talk about the events, so every point, every talk, okay, kila kitu ambacho naibu wa rais anaweza kuzungumza katika maeneo yale ya United States of America. So some Kenyans, they thought like he had a normal journey, he had a normal visitation to that place, but at quite unfortunate, it was on yesterday whereby
Wakenya wengi waweza kushangazwa na yale matamshi yake ya naibu wa rais kutoka pale akiwa katika mahojiano moja kwenye sehemu hiyo, ambapo kuna tena kujadili mambo mawili matatu kuhusiana na ile ambayo alikuwa amesema that we want the importance of we want free, fair and peaceful elections in August. Do you see? So, there's some statements, there's I think it was earlier this year, walisema kwamba mimi inakaa mtu akuibiwa kura kweli. Yeah? So there's a statement he made, and then thereafter there is a statement too he just made when he was on the United States. Pia tunaenda kujanganua mawili matatu kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kule, lakini tunakwambia kwamba lazima niweze kukaribisha kwenye show kama kawaida. Kama kuna mtu ambaye umeacha pale nje, mwambie kwamba yeah, na kwamba sauti yangu iko sawa. Now we can continue. Everything is well. Yes, we can continue. So please, if you are getting me, just take this link and invite so many people to come into our show, tonight show, and tell everybody to feel at home. So hapa sitaki nianze show kama sijaona watu pale, kwa sababu nataka kufungua mjadala, na kabla mimi kufungua mjadala nataka nione kama mshafika. Lakini kitu cha muhimu kabisa na kuomba ewe mtazamaji, tafadhali like pale, kama katika upande wa Facebook pia like, and if you like our page too, and then if you have not followed us at YouTube, just follow us on YouTube at Kisi Hot TV, and then on Facebook Kisi Hot TV, and then at TikTok you can just search at Kisi Hot TV, utatupata kwa njia iliyo safi kabisa. Lakini kwa sasa ila tunaomba tafadhali, kama unanipata kwa njia iliyo safi na njia iliyo mwafaka kabisa, nataka tu chukue fursa hii na wakati huu tunapoenda kuanza katika show yetu ya siku hii ya leo, na natumaini kwamba kile kitu kipo shwari. Tafadhali hapa nataka kuchukua link hapa, niweze kutumia link kwa watu wawili watatu, ni waite kwenye show hapa, nende kupatia na link tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na yale masuala ambayo yaweza kuzungumziwa, ama yale matamshi ambayo kuzungumzwa pamoja na naibu wa rais akiwa katika nchi ya Marekani. Kisha baadaye tunaweza kuchanganua mawili matatu kuhusiana na Azimio. Tunaona pale ina paper crowd bana. Yeah? Azimio, it was Nyamira County and Kisii County yesterday, and today they were at Bungoma. So at the moment, at the rate at which the Azimio inapepana crowd pale nje, ina sweep. And then from there we want to talk about on an issue all about jana we saw some things that they were happened yesterday when the elected leaders from the two counties, that is Kisii County and Nyamira County, when they were talking about an issue there. So tunaona mambo mawili matatu wakati waweza kusimama kwenye podium kuzungumza. Kuna baadhi ya yale maneno inaweza kuzungumziwa pale, kuna baadhi ya zile vitu ile response ya residents pale nje. So kuna baadhi ya yale maneno, kwa mfano kuona pale ambaye ni governor wa Kisii County, naibu wake, tukikuja senator na tukikuja women rep, hawakuweza kupata muda ulio mwafaka kuweza kuzungumza kwenye crowd. Kwa sababu gani? The crowd, the residents from that area, whereby walikuwa wapigia kelele, and then from there whereby the two of them said like, you have been paid to come here and mtupigie kelele. So we want to talk about that issue. When you have a competitor, should you hire? Because we heard from the current leaders that they were crooks and goons who were hired to come and cheer off or to heckle when these leaders when they were to speak. I don't know what is your concern about that. And then we're going to talk about an issue which happened at Nyamira County, whereby the current Mr. Nyaribo, that is the governor of Nyamira County, alita watu wa Nyamira chura, kwa sababu pia walikuwa wanampigia kelele, akasema hivyo watevi kwa kila mmoja. So yuko ni kwa sababu poteki ya watu hivyo watu, so that means chura ama frogs. So I don't know what to take today on about those issues. We want to talk about the political issues, that whatever, anything that which had happened this week since Monday on to this moment. We want to discuss it here live on Kisii Hot TV under Hot Seat. So linki tena kukupatia linki pale, tutapanda kujadili moja kwa moja katika swala zugu zima
katika show yetu ya siku hii leo. Unajua nafahamu pia unaendelea kujiandaa katika jambo. Naweza kuambia kwamba cha msingi leo, cha muhimu kabisa tunazungumzia hapa ni kuhusiana pamoja na yale matamshi ama ile ile kitu ambacho naibu wa rais aweza kuzungumza katika maeneo ya Amerikani. So kama the importance of free, fair and peaceful elections in August 9th 2022. So there's about, I don't know, juzi tumeona kwamba mheshimiwa naibu wa rais akisema kwamba mimi nafaa kweli kuibiwa kura. And then we saw what he said when he was at the States. Therefore, it was recently when we saw Sabina Chege. He talked about an issue about rigging of elections, whereby he was summoned by IEBC. Now, the same statement, which is equal to, has come from the Deputy President of the Republic of Kenya, that they want peaceful, free and fair elections. There are so many issues which the DP talked about yesterday when he was on the States. So I don't know what is the concern. What is your concern? So many Kenyans have come out to call upon the DP to explain himself what he meant when he was on States. Yeah. Kuna baadhi ya viongozi pale katika chama cha ODM, tutaenda kama chairman wa ODM aliweza kujitokeza na kuuliza kwamba hivyo kwamba ulikuwa unajua kutoka nyuma nini kilikuwa kina happen, so you have gone either to claim on it. So they are asking you, so what did you make that statement? We have been doing elections. You yourself, you have been 30 race, Mr. DP. So meaning from this previous moment, hatukuwa na democracy. What do you mean to tell Kenyans? And what do you mean? What do you mean when you talk about democracy, that you want democracy in the Republic of Kenya? I don't know. What do you mean, Mr. DP? Because this is where you have been. This is where you have been elected as the DP. So meaning you, from this moment, what has been happening? So that's the Kenyans. The questions that Kenyans are asking themselves. Another thing we're going to talk about today. There's so many issues, but I want to welcome you kwa ndani ya show. Before I just we start our tonight topic. Najua kama umeshaita watu wawili watatu. Hapa sijaona watu wakiingia kwenye comment. Sijaona watu wakiachilia comment zao hapa. And then kabla tuweze kuanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Yeah, tuweze kuzungumzia pia na masuala ya Azimio, ile ambayo at the moment the way Azimio inakuja, nimeona imekuja kama tsunami, kwa sababu we have seen so many occasions. They were at Nyamira, they were at Nakuru. You saw how they swept the cloud. I don't know what's your concern about that, but tunazungumzia pia katika masuala hayo. Pia usisahau kwamba kampeni za Kenya Kwanza zinaendelea. Today they were at where? Walikuwa at Vihiga and Kakamega as nao ni wale ambao wanashika katika wale ni wapenzi wa katika ule muungano ama vuguvugu la Kenya Kwanza. So kuna baadhi ya mambo pale ambayo imeweza kudhulumiwa, imeweza kusungumzwa na baadhi ya washirika ama wafuasi wa Azimio. So before niweze kufungua mjadala wa siku hii ya leo, let me just pray. And from there, nifungue mjadala, nieleza vile mjadala inaendelea, and then I will give you the link so that you can join us here live. We're going to talk about just 1 hour. 1 hour only. We discuss about the issue, about the DP, what he said, although we are a bit late, but it's just because today it was our day, and a hot seat and on camera. It's me here, the one and only Nyepto Dennis. You call me Kukurikuntu, it's fine, well and good. So watu wa YouTube jamani, sijui mwenda wapi, sijiona komenti zenyu hapa kabisa. Sioni komenti zenyu hapa. I don't know mmesha wapi. Watu wa sehemu katika wa YouTube, sijiona komenti zenyu hapa. Asante sana watu wa Facebook, unaona komenti zenyu zikitiririka katika upande huu.
ila tunaomba tu mniruhusu kabla niende kuomba niweze kulike hapa, and then pia mimi ni like hapa, nitumie ni share hii link kwa watu wawili watatu, and then from there tuweze kufanya mawili matatu. Nataka tu nifungue mjadala, kisha baadaye nitakuwa nafanya nini, tunaanza moja kwa moja. Kwa sababu ya hayo mawili matisa 30, najua kama tutajumuika zote kwenye show. Tafadhali usiondoke, kwa maana hapa nataka tuzungumze na tuambiane ukweli kwa kile ambacho kinachochiri na kile ambacho kinachoendelea hapa nchini Kenya. So kwa sasa nataka nachukua hii link, na nimeanza kushare kwa watu wawili watatu, na nihakikishe kwamba ninawaleta ndani ya show. Sitaki kuacha mtu yote hapa nje. Kuna baadhi ya wale mashabiki ambao najua kwamba sijui leo mmeenda wapi, sijui what nini kimefanyika leo, lakini najua kwamba watu wa sehemu ya YouTube, tafadhali hebu nifahamishe, mniambie kwamba mpo pamoja mimi kwenye safari hii. Msiniache kwenye comment section pale, andika ujumbe wako katika maeneo ambayo unayowakilisha katika usiku huu wa leo. Kisha baadaye niambie kwamba wewe kuhusiana na huu mjadala wetu wa siku hii ya leo, labda ni lipi lile ambalo umeweza kulipata kutoka pale, ama wewe kama Mkenya mzalendo unaweza sema nini kuhusiana na haya. So hiyo ni 39 ama yote 9:30 kwenye show ya siku hii ya leo. Tuweze kuzungumza moja baada ya nyingine. So msiondoke kwenye show tafadhali, na najua kama tutaenda kushiriki moja kwa moja, na tuwapenda kupiga si kupiga mswaki, samahani, kupiga mjadala wetu wa siku hii hadi mwisho. Najua kama unanipata kwenye sauti yangu kwenye sound check pale, mtu hajanifahamisha kwamba kama iko sawa ama haiko sawa, lakini naamini tu najua kwamba sauti yangu iko vizuri, unanipata kwa njia iliyo safi. Tuwapenda kujadili katika masuala haya ya hot seat. Najua naona watu shanza, watu wa YouTube okay, Santa nimeona Lorina Mlitani na kuona pale, asante sana. Pashir na kuona pale, I see you Pashir, I see the two guys. Please just comment just put your comment on that comment section, and so that I can get you who is this watching me and where are you watching me from. After that, I will gonna give you the link so that you can join us live here from these studios, and you give your opinion on tonight's topic. So unajua kwamba hapo tunaendelea kuelewana, so samahani kwa hiyo. So wacha niombe, and then from there so that I can make the nikiomba alafu tuanze show yetu ya siku hii ya leo. Kwa sasa funga macho yako tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Papa Mwenyezi Mungu shimilele, pokea sifa, utukufu na mamlaka. Asante kwa sababu ya wakati huu na nafasi hii. Neema na fadhili zote ni zako. Tuitukuza jina lako, tuinua jina lako. Asante kwa maana umesimama pamoja na sisi tangia tulipoanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Sasa tunapoenda kuendelea na kuanza, tunaomba kibali na neema kutoka kwako. Neema na fadhili zikaweze kutufunika, kwa maana wewe ni Mungu aishi milele. Sasa turehemu dhambi zetu, pia tukumbuke sisi kwa tena dhambi. Utukufu zote na sifa zote ni zako, na tunaomba na kuamini. Watu waseme amen. Asante sana. Amen. 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 And now nataka sasa tuweze kuanza katika show yetu ya siku hii ya leo. Kabla ya sisi kuanza show, hasa nikukaribisha sana feel at home. Kama unanitazama katika maeneo yako yale, tafadhali karibu sana katika show yetu ya siku hii ya leo, na hakikisha kwamba unaniandikia kwenye comment section tafadhali, niweze kufahamu kama tuko pamoja. Ni hapo tu kwa comment tu, ingia tu kwa comment, niambie kama kuntu na kupata kwa ajili ya usafi na wakilisha katika maeneo yangu, katika sehemu ambayo unayowakilisha ndio nafahamu. Asante sana wanaotosha fika kwenye show, karibu sana. So today I want to talk about DP, about his rigging of elections 2022 on August. So let's kuzungumza about you have a statement which the DP was making there, the importance they want to know, the importance of free, fair and peaceful elections in August 9th, 2022. That's a statement Mr. DP want to make on the states. So Mr. DP, my big question is this, yeah? So what you mean from previous elections, hatujai kuwa na peaceful, fair and free elections? What do you mean? So because I see you saying like there is a handshake which came in from opposition. Now at Kenya we don't have opposition. So should we have opposition should we have opposition so that we can survive? So I don't know what did you meant when you spoke about this all of these words are the states. So democracy, you say we want for the Kenyans to have democracy. So what do you mean? Umekuwa kwenye uchaguzi wa 2013, umekuwa kwenye uchaguzi wa 2017. So
Was there any Democrats? I don't know. IEPC Chepkati today, I say like they have formed a group, or they have formed what? They have formed a committee, a special committee, which is going to investigate the DP's statement about elections this August 2022 at USA. So Chepkati amesema kwamba watametengeneza committee ambayo inaenda kushughulikia haya masuala ya DP kuzungumza kwenye states pale siku ya jana. I don't know kwamba Chepkati how long it will take, because aliulizwa akujibu itachukua kwenye muda wa muda upi, kwa sababu tunachuzi Sabina Chege ilikuwa it was on Friday wakati zungumzia kuhusiana mambo na kuiba kwa kura. So on Monday tulimwona akifanyiwa interrogation na akifanyiwa investigation. So whereby she was to appear in the next in the committee. So lakini akakuwa mgonjwa, so we know kwamba atapona na tutapata majibu baadaye. So before that, so we want to know how long Mr. Chepkati will it take to investigate haya maneno yake Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya. Kamati iliyochaguliwa itachunguza madai ya Ruto kuwa kuna njama ya wizi wa kura Agosti 9, 2022. I don't know, Mr. DP. You know, when you say there is kuna njama ya kuiba kura, mimi kama Mkenya sijaelewa pale na sijaweza kufanya sijaelewa kule vizuri. Kwa sababu gani? Yale ambao unasema kuhusiana kwamba kura zitaibiwa katika Agosti 2022. Hatujui kwamba how did you get this information? Ulijua tu kwamba kura zitaibiwa. Na how? So we want that committee which was formed by the Chepkati, by the IEPC, to go and someone to interrogate, to investigate the darkness, the heaviness of these words. Yeah? Do they have any content inside? What's behind this? You know, when you walk out of your country and you walk on, you know, all worldwide. Sasa, there is rigging of elections in Kenya August. I don't know, Mr. DP, how do you get this one? Because that's the statement ama ni masungumuzo aliweza kuyafanya pale. Nataka tutazungumzia katika masuala yake naibu wa rais kwamba kuna mipango ya kuiba kura. Yani I don't understand. Kuna njama ya wizi wa kura Agosti 9, 2022. Pia Kenya Kwanza wasema kwamba leo Pira Ruto samahani na ma-DVD wamekuwa pale Kakamega na Vihiga. Ruto in White House. Yeah. Njama ya kuiba kura. I don't know if that is the, you know, at the moment before aende pale hatuko tunajua kwamba anaenda kufanya nini kule. Even hatukuona kwamba ile reception hatukuona pale vile ilikuwa inaenda. Sisi tunajua kwamba ni masuala yao, safari yao walikuwa wamefanya pale katika maeneo ya states kuweza kuzungumza kidogo, mkosa kupunga hewa kiasi. Lakini haya ndio aliweza kutokea kutoka kwake baada ya kuweza kutokea kutoka kwake kwamba kuna njama ya kuiba, kuna njama ya wizi wa kura. Pia aliweza kuna tena kitu kingine aliweza kulalamika pale ni mapatano ya rais na Rais Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Odinga. Yaani alikuwa anapinga ile handshake. Kama unaweza kusikiza yale matamshi yake kwamba the handshake which came in iliweza kuinterfere with all the program. Ikatoka sio kwamba ilitoka opposition na ikaingia ndani ya serikali. Now it's the government, it is the opposition inside the government. So that's a statement Mr. DP he made when he had that interrogation with the US states on that day. So yeye madam anasema kwamba yani yeye kulingana na yeye ile handshake haingekuwa Raila Odinga angekuwa opposition,
akae pale opposition, si kuingia ndani ya serikali. So hiyo tu handshake pia ilikuwa tatizo pale kwake naibu wa rais. So pia Azimio yasisitiza kwamba IEBC isiogope kuchunguza matamshi yake ama madai yake Dr. William Samoei Ruto kwamba madai ya wizi wa kura kutoka hapa nchini katika uchaguzi wa Agosti 9th 2022. So pia walikuwa wanasema kwamba afanyie uchunguzi pale tu punde tu atakapofika ama atakapowaziri katika hapa nchini Kenya, akirejea kutoka safari yake, aweze kufanyia mahojiano moja kwa moja na ile kamati ya IEBC, kuweza kujua kwamba ni nini hasa mazungumzo yake yalikuwa na shida nini na yalikuwa yanamaanisha nini, kwa sababu tunataka Kenya wishe pamoja na amani na upendo. Waliposema kwamba Sabina Chege aliweza kufanyiwa interrogation, hata kama haijaisha, aliweza kufanya interrogation pale kuhusiana na matamshi yake, ambapo tuendelea kungoja tuweze kupata yale ambayo inaendelea. Pia Azimio imekuwa ile Bungoma, ambapo pale Ruto anataka Marekani isaidie Kenya kufikia ukamilifu ukomavu wa demokrasia. So yani demokrasia, anataka tu ukomavu wa demokrasia. So amesema kwamba Mr. DP amesema kwamba yani Marekani iweze kusaidia Kenya iwe na underline the word ukomavu wa kidemokrasia, yani democracy. You know, democracy. Yeah, that meaning Kenya, we don't have enough democracy. I don't know what Mr. DP, you know, Mr. Jepkat, your committee should take it too faster so that Kenyans can understand what really Mr. DP meant on his words. Yes, and then ODM chairman John Mbadi pressed Mr. Ruto over rigging claims. Pia tunaona pale the chairman wa ODM waweza kuchitokeza pale na kuweza kuclaim those words that were made by the DP kuhusiana na yani matamshi yake kuhusiana kwamba kidemokrasia, yani Marekani iweze kusaidia Kenya iweze kukua, iweze kukoma katika kidemokrasia. Na sijui mweneko ni yapi kuhusiana na hayo matamshi yake naibu wa rais. They need him to come out clearly to tell Kenyans if he had been participating there before. Kwa sababu yeye ni kiongozi ambaye amechaguliwa na Kenya ama na wana Kenya. So kwa ile ambayo anasema kwamba kidemokrasia, yani Kenya hizi kukoma katika kidemokrasia. So hao viongozi ama wafuasi wa chama cha ODM ama Azimio wameweza kujitokeza na kusema kwamba wacha atoke vizuri and tell Kenyans if he had been participating there before. Yani kama alikuwa na shirikingi hapo awali kabla ya kuweza kuleta haya malalamishi ya kuweza kukoma katika kidemokrasia. So they accused him of setting stage for election dispute even if Raila makes his brother okay, wamelalamika kwamba you know, ni manake previously kuambia kwamba nitakutafutia hiyo clip mapema. Mr. Ruto alisema kwamba hata kama walete Oburu Odinga awe ndiye anasimamia IEBC. Let me read that statement. Ruto said his votes won't be stolen even if Raila Amolo Odinga makes his brother Oburu Odinga to be the chairman of IEBC. That is still, he will go ahead and win the elections of 2022 August. Hiyo statement nitaitafuta hapa. Ipo matamshi ambayo aliweza kuzungumza pale naibu wa rais. Yeah? Even if waweke Oburu Odinga kwenye chairman wa IEBC, yeye hawezi ogopa, atasonga mbele na atena mbele. Hao ndio matamshi kwa mazungumzo mapema. Lakini baada ya hayo kuondoka hapa nchini kuelekea pale Marekani, pia akabadilisha mkondo. Wakenya wanaweza kwamba alikuwa anamaanisha nini? Sijui kama wewe Mkenya unachukulia vipi hayo masuala kama Mkenya hasa. Ukiweka kisiasa nje
hayo maswala unayapelekea kivipi? ODM dismisses DP Ruto's allegations of threats and intimidation, use of state machinery and state succession. Yeah? Using state machinery and succession. I don't know, Mr. DP. You are trying. So Kenyans have taken that one. Yani umeenda kulia pale. Ameenda kulia pale Umarekani. Kwamba ai Wakenya mtanimaliza. So another thing niliona pale, opposition leader has come and is a puppet of the government. So yani yeye hakubaliani kabisa. Anasema kwamba the opposition leader, he is the puppet of the government. He is the project of the government. He is the succession of the government. The statement, he will use the machinery to succeed him. That's the statement which is from the DP. I don't know, you as a Kenyan, what do you think this is statement or about these allegations of the DP when he spoke about the democracy, developing democracy in our country. I don't know how heaviness have you taken those words according to you. So pia kulingana na hayo tunazungumzia masuala ya Azimio pale. Tunaona Azimio imekuwa Kisii, Nyamira, and imekuwa pale Nakuru, and imekuwa leo Bungoma. Things were totally different. Tumeona pale jinsi ambavyo watu wanamwagika. I don't know. Watu wanamwagika kumwagika. I saw it when I was at Nyamira. I saw it when I was at Kisii. We saw it when he was at Nakuru, and we saw it today when he was at Bungoma. Another kitu kingine tunaweza kuzungumzia ni masuala ya Mr. Sam Ongeri ambaye ni Senator Kisii County. Tunaona kwamba he was hurled by the Kisii residents when he stepped to the podium. I don't know what's your take. Any watu they heckled him when he stood to podium to speak. I don't know. Sisi kama Wakenya, if you don't want somebody, if you don't like somebody, just give him time to speak. You know you have power. Power belongs to the people, and the people, they are the power. So when you don't want somebody or someone, you just relax, keep quiet, tulia, uko Nakuru, fika kwa depe, piga kelele yako pale. Lakini this I don't know, what can I call it? Hapa wakaazi wa Kisii and Nyamira, what I saw yesterday haikuwa kitu kizuri. Hasa pale mpaka ikabidi mpaka hasira ikapanda. Ambani governor Nyamira County akaita watu waka chura, if you are telling kwa more, but Mr. you as the governor should come out and apologize to your people. Anyway, another thing we saw yesterday, the elected leaders from Kisii County, none of them who spoke with peaceful. There's none of them who was given a good opportunity to speak. The residents, the ground people, watu yani mtu anasimama mnarusha mpaka mzee mawe chupa, and you don't want him to speak. Show sincerity in front of international leaders. Kenya was watching us. Jamani wa Kisii, nini nkiekebe? If you don't want somebody, relax. Sitaki kuongea sana. That's all about we want to talk today here ndani ya Kisii Hot TV. So give you this opportunity. Karibu sana hapa, wacha nikupatie link hapa. I see here somebody anaitwa Pashil. Nonsense. Unasikiza kweli wewe? Unadhani mtapata uongozi na kifua kwa jo ulale? Pashil, you should use common sense and you should use your medulla oblongata, okay? Don't bring your issues here when you talk about the more specific thing here, the important thing we are discussing. We as Kenyans, we want to educate ourselves. Pashil, wacheni bana wewe, usitumie pangi kwa comment. Raila will never be the president. Wacha akimbie kabisa tuone. Yeah, that one hiyo yako iko sawa, lakini ingine ya matusi wewe si hapa. Elena Mulitani, Ruto atalia sana. Joshua Obura and Ruto atashanga. Kefa tuya osababu ki Rwanda. Raila is a really leader. Sana Joshua Obura
I'm watching you very clearly from Nakuru. Asante sana watu wa Nakuru. Yusuf Muia, Ruto haki ako confused. I don't know how he confused. Kuntu sasa, poa sana Mr. Jeking Straight. Mr. Comment, ulienda wapi? Takupiga fine. Joshua, Ruto don't trust the IPC that made him to be president. It clearly out that the past election was not done right way. That's Kenyans are asking Mr. DP, if you don't trust the IPC, the same IPC is the same one which made you to be the deputy president of the Republic of Kenya. So when you talk about tuweze kuwa ukomavu katika kidemokrasia, ulikuwa unamaanisha nini? So that statement, ingawa chairman of IEPC Mr. Chepkati amesema kwamba anaenda kuachilia committee ambayo kuweza kutengeneza committee ambayo ina kufanya uchunguzi wa kuweza kujua kwamba ni nini hasa kinaendelea. Joan Cherotich anasema kwamba hampa kitu ya kuongea. Shensi nyinyi, ongea juu ya muganga. Changuo lenyu. Cherotich, no, Cherotich want to speak, you know, here we want to talk the reality. What does the really DP meant when he spoke about the rigging of elections here in Kenya this year? When he doesn't recognize the handshake, what does he mean? He should come out. He is our leader. He is our deputy president. He should come out and tell us, fellow Kenyans, I don't trust our IPs because of this and this. I have something here which shows me not to trust this IPC. I don't trust this handshake. It's because of this and this. I see the Raila Amolo Odinga is the project and the execution of the state because of this and this. These are the reasons why I say this and this. So when you walk out of your country, out of your people, out of the people whom you lead, and you go outside to say those words there. So how do you think Kenyans will just take those words? Dunia itakupeleka aje? Vincent Babu anasema kwamba from Embakasi Pipeline niko ndani, asante sana. Charles David, Joan Cherotich. Sasa hapa sitaki tuanze kutuhusiana. Let's be sober. Let's discuss sober in sober minds. We want to do what's really DP anamaanisha kusema nini? Kusema kwamba hizi miaka za nyuma kuanzia hapa sasa, kuanzia jana kwa na nyuma hatujawahi kuwa na kidemokrasia nchini Kenya. I don't know. Raila Odinga tosha. Lydian Mura, Raila is our next president. Boniface Maina, what's up my brother from another mother? If you can't beat them, the system, join Azimio la Umoja. Boniface Maina, Daniel Machoge, Rao the Fifth, Paulo Ndegwa, mwenye macho hambiwi tazama siasa pado na ndio zanza. Asante sana. Hapo sawa kaka Boniface, asante sana. Mimi wacha niwapatie link. Ndio hii hapa. Linki ndio hiyo. Watu wakuja hapo pia na maoni yao. Sasa pia niko na maswali matatu nasungumzia leo. Nataka nikupatie. Kuna kitu ambacho kimenikera zaidi hapa. Ni kile ambacho tuliona kwamba Senator Kisi County Mr. Sam Kigengo Ongeri. Yaani wakaazi. Yeah? Watona kivimbi na tsunami. Boniface Maina. Yes, want to know, Mr. DP, the statement of the rigging of elections this year. Kama mkienda chukulia vipi haya maswara kutoka kwake DP, wote kupatie hii hapa. Kuna linki nimeweka pale na natumai kwamba utaingia moja kwa moja kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Na haya ndio yaliyojiri jana katika kaunti ya Kisii, wakati ambapo seneta mchaguliwa wa Mr. Sam Kigengo Ongeri alipokuwa anazungumza. All right. You are going to be
purpose why we came here. The second point, you can make as much noise as you can, but you will not be able to go anywhere, because we will meet at the ballot paper and we shall see who shall be the final winner. Because what you are exhibiting is a completely determined group who just been paid some money to come and cause chaos, and you have no future. And I'm telling you, and I'll continue telling you, and you shall come to know, and you will know forever that you shall not win, you shall not succeed, you shall not succeed, and you will never succeed. You will never succeed. We are doing something that you are going to pay for, because you are not obeying the elderly people, and you are going to pay for it from now onwards. And I can see you have been sent to come and heckle here, and I'm telling you, in the Busi land, you will have no future, and you have no place. Gama teliga, watu mmoja kwa walaika, kene murakore, tebendelera kwana mangana, aftarao, tayari mabwingwe, kene muracho kumanaga. God bless you. Asante sana mheshimiwa, tukae chini. Haya. Ofisa tutoke hapo bwana. Wewe nenda haya. Kisii oye! Kisii oye! Kisii TV. All right. So such kind of heckling the leaders, hiyo pia ninataka kuzungumzia alia kuhusiana na yale matamshi ambao jana tuone kwamba Senator Ongeri aweza kukerwa sana. Ninapoenda kutafutia matamshi yake naibu wa rais akiwa pale katika states. Ninapoenda kuangalia hapa moja kwa moja, naomba usiweze kuondoka, link nimeweka pale. Chukua hiyo link, ingia kwenye show, nitakupatia fursa mwafaka kabisa ya kuweza kuzungumza ndani ya Kisii Hot TV kuhusiana na opinion yako. Tunapenda kuleta hapa moja kwa moja. So karibu sana, tunapenda kujadili hayo masuala moja kwa moja na tuweze kufahamu kile ambacho kilicho chini. Nimepata speech, listen to what DP Ruto said in United States. Ndio niko nayo hapa, ingawa ni kubwa sijui kama nisapata hiyo statement wapi. Nataka kupatia haya matamshi yake naibu wa rais hapa. Omar inakuwa na hapa. Karibu sana Omar. I don't know how you doing, Omar. Naam. How are you, my brother? Niko poa. A long time since we have been here. Umepotea sana bwana. Long time. It is a long time. Wewe naona umevaa Azimio? Hapana, hii ni kofia. Ni kofia. Mimi ni mwana Chelsea, my brother. I'm Chelsea dam. Yeah, mimi ni mwana Chelsea. Sasa kuhusu tunataka kuanza wakati kuhusu deputy president. Ni aibu kubwa deputy president kwenda nje kueneza propaganda. Ati sijui ako White House, sijui nini, kumbe ni urongo mtupu. Sasa kama huko nje anadanganya, na je Kenya? Wakenya sasa wamekuja kujua ukweli. Na Wakenya wanaanza kumtoroka. Kuhusu mambo ya kurigging, kama mtu anaanza kupanic, aseme tu ana panic, aezani na mzee, agojee mwaka wake 2027 huko, sahi achie mzee, kwa sababu inaonyesha waziwazi mifereji ya mzee ikifunguliwa na mifereji yake, aezani na mzee. Siasa tu ya Kisii na Nyamira jana. Nikaambia watu na nazidi kuambia watu, namba sio mlikuwa mnasema ati sijui Kisii na Nyamira ako na namba siko wapi. Watu wanakataa kuniambia. Leo imeonyesha Western, Wetangula, Wabukusu.
Unajua mimi ninaambianga watu, Yes. nitazidi pia kuambia watu, hakuna mtu anaweza kubiti huyu baba. Hata nani. Saa hii competitor huyu Ruto kupambana na baba, hata Ruto mwenyewe ameona kwanza hizi maishu sijui nataka kuibiwa kura nini, ameanza kupanic, na kupanic alianza kitambo. Na DP hata mwenyewe anajua hii election haiweza kawini. Sasa lazima alete maishu sijui hivi, sijui kura nataka kuibiwa, sijui nini. Mambo mengine, yani ile mambo haina maana, haina msingi katika Kenya. Na Wakenya wamekuja kujua sasa DP ni mrongo. Imedhihirisha wakati yuko Amerika. Kwanza huyu Hussein Mohamed anaibisha Waislamu. Kwanza Hussein Mohamed tumemheshimu sana huyu wa media kueneza propaganda. Hussein Mohamed ametuaibisha kabisa. Aache hiyo tabia. Yeye ni Muislamu, aache urongo. Aache urongo kabisa. Muislamu asemi urongo. Anatuaibisha sana. Ameheshimika, lakini sasa akitaka kuharibu uhusiano yake na raia, ile heshima watu wanampatia Hussein Mohamed, ndio ataharibu uhusiano wake, kwa sababu ameingia ligi ya watu warongo. Na hii kura ya hii nchi imedhihirisha waziwazi. Huyu mzee ameenda mara 5. Lakini tunajuanga hii nchi na yenyewe kuna kitu inaitwa system. Sasa huyu mzee alikuwa anaibiwa tu. Sasa DP amekuja kuona hii system haimfavor yeye mwenyewe. Unaona anatapatapa. Sasa I think anaenda UK. Utasikia propaganda za UK huko. Ataleta propaganda. Alafu aende Qatar. Sijui pesa imeisha. Sasa hiyo pesa ndio anachangiwa. Wacha alete tukulo tu. Kwa sababu pesa ni kama imemuishia. Watu wako na yeye, akila Musalia Mudavadi ndio naona anabeba briefcase yake. Unajua walizoea kukula. Sasa pesa imeisha, ndio unaona watu wake wamemkula. Sasa watu wake wengine wanaanza kumtoroka. Leo sina mambo nyingi, ni hiyo tu ya huyo mtu wetu huyo. Shikilia hapo usiondoke, niko na masuala kadri ya kuweza kuzungumza hapa ndani, kwa maana nitakuletea mazungumzo yake moja kwa moja wakati alipokuwa katika yale maeneo ya Marekani. Emonyo AKV, jambo, mambo vipi? Salama sana kaka. Hadi vipi mwenzangu, umepotea sana jamani. Ni venye shughuli ya kikazi vile papa ndio inafanya utulie, ukitafuta kule na kule tu angalau kapata ugali bana. Niambie Omar. Naam. Mambo vipi? Niko poa, niambie. Long time. Niko salama, niko upande wa Nairobi na tulia kidogo, nisikie siasa kitu yenye Ruto alifanya ni kitu ya seme tu ni kwa ile tu chini seme ni kutakuwa na kili yenye iko sawa, si matuzi, lakini huwezi toka nje yako uende kuongea huko ati unaipiwa kula. Ni kitu alianza mapema. Unajua ndugu yangu, kama unauliza ndio anapendwa, angekuja tu aseme hapa Kenya, lakini si ati kuenda huko
kusema ati nini mimi IBC. So Ni aibu kabisa. Ni aibu kabisa. Kitu ya pili, sijui kama alienda White House, sijui ni kama ni ukweli, lakini imetolewa wazi hakuenda huko. Unaona? Sasa Baba anaitwa baba wa propaganda. Lakini unaona watu wake wanaendelea kutoka. Kitu yenye nilifurahisha, naweza tena mpongeza sana Mheshimiwa Obingo Magara. Sasa hii ndio umeona. Unajua ulikuwa umefungwa. Alikuwa amefungwa maji. Hii ameona sasa mahali anastahili akue. Karibu sana Obingo Magara mahali upo. Na usikie ukiwa nyumbani. Haswa hata kuna mtu ananiambia Mchukuje Mheshimiwa Anthony Kibagendi, karibu sana ukue hapo nyumbani. Tuende Kitui, watu wa Kitui wako ndani ya nyumba na wanastahili kukua hapo. Na kitu yenye nasema hivi, wewe mwenyewe sema ndio hatukatai, wewe kaa na Ruto, lakini kitu yenye inajulikana itajulikana mwezi wa 8. Na kitu yenye nasema ni hii Mr. Dennis. Kitu ya kwanza, huyu Mheshimiwa Ruto ndio hatukatai, lakini kwa saa hii bado hajatosha kuwa president wa Kenya. Bado hajatosha mboga. Kwa nini nasema hivyo? Angekuwa ametosha, angetudanganya 2013. Kitu ya saa hii hata anarudia hiyo kitu. Na hiyo kitu ndio inaniuma. Wakati alidanganya youth ku create nafasi, saa hii nikiwa mahali niko wanaambia youth wako nje, hiyo job yenye alisema hakuna. Tuache na hizi mambo alisema unga itoke wapi. Imagine ukiona mahali ili yenye unakaa, kama uko Nairobi ama Mombasa ama Eldoret, uko na watu karibu 10 kwa build yenye unakaa, uko na watu 10 hawaendi job. Huyo mtu alikuwa anataka, unajua uweze nikwambie, watu wena wajui Ruto. Ruto tunamjua. Ruto anajua siasa ya mdomo, anajua hiyo, tunajua, lakini maendeleo hajui. Kitu yenye nasema, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta huyu ndio president, alikuja kuangalia, kumbe huyu mtu miaka 5 2013 to 2017 kuna kazi alifanya kustukia wacha arudi. Ndio 2017 wakashikana na mzee anaitwa Raila Amolo Odinga. Ndio maana Raila juzi last week alisema yeye alimstaki cheo, mimi wacha nikae shauri wako mkubwa. Ndiye akamshauri. Ndio maana unaona barabara zimeendelea kujengwa. Na hiyo ndio tunataka wananchi. Raila si mtu mwenye anajitakia. Raila huwa anapenda mwananchi. Raila anyanyasi maskini. Raila huwa anapenda mwananchi. Lakini mtu anaitwa Ruto, my friend, kitu yenye naweza kuambia saa hii, Ruto wacha hata akalie hiyo kiti, ndio utajua Ruto ni nani. Moja Deno, wacha niambie, ni jamaa wangu tuko na yeye, hata kama anaongea akaunti yangu siko baya, wacha aongee please. Naomba tu. It's just a request. Yes, it's all right. Mrembe. Mrembe. Mwezi. Na mimi wacha nichangie kidogo. Karibu sana. Ni nani kwanza tuzungumza na nani? Anaitwa Milton. Yes. Karibu sana Milton. Sasa nataka kuchangia kidogo kwa hii maneno ya Ruto kwenda kuongea vibaya nje ya nje. It is really quite unfortunate for the sitting deputy president to go and talk ill about the government is serving in. Is really quite bad. You know, like in America, US, there is no American citizen or American working with the government go outside and start talking about the government. Yeah.
that person, when he goes back, actually, he will be in. He will be arrested and jailed. So Ruto, the good thing he could have done, if he knows the government is bad, he could have resigned 3 years ago. That's when now you can talk about things bad about the government. But now you're talking about the government and you are number 2. Imagine you are number 2. That's bad, eh? Yeah. Hii mambo tena tunamngoja kwenda UK. We are waiting to see what he will be talking about. About the wizi ya kura. Here he was talking in 2017. Unajua we have been around. He was here talking in 2017 telling Raila, even if your brother Oburu Odinga becomes the chairman of IEBC, hiyo kitu nitashinda hata usiku. Yeah. Mimi ni nani? Mimi siwezi ibiwa. So hao kitu nauliza, mbona vitu zimechange so fast? Na hiyo unaenda kuliko nje ati unaibiwa. That's the question. Yeah. He was so confident here 2 years ago, 2018, 2019, so confident. Talking about mnaibia nani? Leta Oburu hata akalie chama, nitakushinda. Ni hayo tu. Ngine atazachangia. Labda kabla nipeane nafasi kwake Jacob, naomba nikuulize Yeah. swali moja. Yes. Je, unaona kwamba IPC itachukua nafasi yake ama kisheria kuweza kumchunguza ama kumuita naibu wa rais kumfanyia interrogation kuweza kufahamu kuhusiana yale maneno matamshi yake? I'm eagerly waiting for that. Actually ndio kitu nimesahau. Sabina Chege talked about wizi wa kura pia hivi kidogo, lakini statement yake aliongea lakini hakuimaliza. There's questions about that, but yeye amechukuliwa IBC. Now tunangoja Ruto kutoka majuu na yeye aitwa IBC so that he can give the light, he can shed more light about the wizi wa kura hapa Kenya. Yeah. Right. Before nitakuja kwako tena kwa sababu niko na maswali mawili matatu ya kuzungumzia kuhusiana na swala ya Azimio hapa Kisii Nyamira Pongoma na Nakuru. Let me move on to Jacob. We hear Jacob was having for last day. Jacob. Yes, Mr. Kurkuntu. Mambo vipi my brother? Poa sana. Yeah, niko hapa UDA damu. Lakini kidogo tu ungeniwia radhi nisikize venye wanachangia sababu ndio nimeingia saizi. Ya nimesikia KV anasema sijui kutoka 2013 2017 amefanya nini. So unajua such kind of questions ndizo pia mimi nikiuliza same people Raila amefanya nini. Utasikia anapiga story. Na unajua when someone has done something, yes, inakuwa ni rahisi kujieleza, anasema amefanya hivi, amefanya vile na anaenda kufanya hivi. Lakini ukipata kwenye mrengo wa Azimio ukiwauliza amefanya nini, it takes time kuexplain sababu wanapiga mastori, wanatoa story. So mimi kwa zile track record, sababu mtu ukiwa ni umefika place ya kuuliza presidential, kura za presidential, umepitia MP, umepitia some vyeo vingine mpaka sasa tumekujua kwa track record yako. Kwa hiyo ndio mimi nataka wanielezee kwa uzuri, waniambie sasa Raila amefanya hivi na kupitia huu alifanya hivi akafika huko. Na wanielezee imefikaje, sababu mimi kwangu kwenye najua Raila amefanya kazi nipatia chance ni slums. Amefanya kazi, kumekuwa na slums huko. Kwa hiyo ndio yes, kama for instance Rangata, ukiangalia Rangata venye kuko ni slums. From the leadership of Raila. Ukiangalia Kibra, same thing. Kwa hiyo ndio nataka waniambie kwa ukweli, wanielezee mkate nusu alifanya aje,
government yake sasa ndio tutakuwa tunaanza kuiona, lakini hii mambo ya kuambiwa tiarala iishe hapa. Labda kabla tufike katika maeneo hayo Jacob, nitakupatia utauliza swali. Jacob, tulikuwa tunazungumzia katika masuala ama mazungumzo ya naibu wa rais kusema kwamba tunahitaji free, fair and peaceful elections, hasa katika kidemokrasia, kuweza kukomaa katika kidemokrasia. Msomo anasema kwamba Kenya inahitaji kidemokrasia ili tukaweze kusonga mbele. Je, what do you take? Wewe unachukulia vipi hili swala la matamshi yake naibu wa rais akiwa katika pale states? Kwa kama Naibu wa rais kwanza, kuna hii time baba ameenda ziara zake za India, wakasema ameenda India, amerudi, amesomea mfumo wa amekutana na minister wa huko, sasa amejua mfumo wa kupeana, jinsi atapeana 6,000. Kwa hiyo sasa wakasema Ruto ana watu wa nje. Leo ameenda nje, ameongea na watu wamemuuliza maswali, unaonaje? Sababu tumesikia watu wakisema kuna kura zinaibwa. From that point of question, Ruto akaanza kuwaelezea, akawaambia hakuna kura inaibiwa. Na so from this point ndio nimeona news reporters wameanza kugeuza news. Jacob, hold on please. Wacha nikupatie hiyo. Niko nayo hapa. Samahani watazamaji. Naomba tu mniruhusu kwa dakika 3 peke yake. Tukaweze kusikia haya matamshi yake naibu wa rais. Kurukuntu. Yes, inakusikia? Ngoja. Mute hiyo clip kwanza. Please. Jacob. Niko hapa. Are you really serious? Are you being fair? Kurukuntu. Yes. Imagine huyu jamaa tulikuwa na yeye na papa jana. Yeah. Unaona hizo kitu zenye unacheza zote? Yes. Tulicheza zote hizo. That's why nakwambia mute kwanza. Kama ni clip Jacob, nyamaza Jacob. Tuliongelea, yeye alisema Wacha urongo Jacob, usilete propaganda hapa, wacha urongo, wewe ni mtu mzima. Jacob, please. Tulia, na mimi ndio naongea. Kama it is the same clip you are talking about, I have an answer with that one. Mumeniuliza swali ni wajibu, sio? Hebu mute hiyo mic yake kwanza. Mimi ndio nimekuja. Mimi mwenyewe na mute, lakini fact remains, kama ni hiyo clip. Jacob. Excuse me. Please. Mimi nimekuja kukucorrect kitu yenye unadanganya. In fact sikuwa niongee before umalize. Lakini venye umeanza hiyo statement, wewe umeanza kusema eti deputy president aliulizwa maswali ndio akaanza kujibu. Eti wewe umesema eti aliulizwa, tunasikia huko Kenya election huwa yaibwa, ndio akaanza kuwajibu. Like seriously Jacob, like seriously? Ni Kiingereza haujui? Ni Kiingereza hausikii? Ama you are just being ignorant? Tulikuwa hapa na papa juzi, tukaongea juu ya hiyo clip na ukaongea the same thing, papa akaicheza tena, tukaona hakuna mtu aliuliza swali la kuhusiana na election. Ni deputy president mwenyewe alianza kuelezea. Nimesikia venye unaongea vizuri sana, because mimi nimeingia saizi kwa studio, nimewaambia sababu Kurukuntu ameniuliza swali. Venye ametoa hiyo clip, nimegundua ni clip ambayo pia ilichezwa hapa, nikawaambia deputy president amesema hivi. Kwa saizi ile shida yenye iko kwa parrot saizi, shida ambayo tunayo iongelea kwa saizi, ndio maana tunasema hatupangwingwi, ni sababu ya kuongelea mambo ya blackmail, intimidation na kupata threats. Unasikia?
lakini hajasema kuna kura zinakuwa zinaenda kuibiwa. Ndio maana hata leo ameulizwa, ukishindwa kura utakubali? Yako ulisikia wapi? Jacob, acha urongo, usidanganye watu wazima. Si ni watu wazima, ongea ukweli. All right. Kurukuntu, unajua problemu yangu kwa Jacob, imagine hiyo story tuliongea tena. In fact hata tulikuwa wawili, mimi na yeye tunaijadili, papa anairudia, anaicheza. Deputy President alianza kulalamika, hakuna mtu alimuuliza, hakuna mwandishi wa habari hapo alikuwa anamuuliza maswali, ni yeye alikuwa anajieleza, anasema Kenya hakuna democracy, Kenya watu wanaimposiwa leaders, Kenya watu wanaintimidatiwa, watu wanakuwa threatened. Now huyu jamaa yuko hapa anakuambia, in fact yeye ndiye ameongea mpaka ukataka kumchezea hiyo clip. Mimi nikakwambia usiicheze, maana tulikuwa tumeicheza tukarudia tukimwambia the same thing yenye tukimwambia sasa hivi, bado unaona aridhiki. So nikikuuliza where is democracy, where is this democracy ambapo unaona opposition leader is using state. Jacob, sikiliza, hatujadili kuhusiana kama kuna demokrasi ama hakuna. Mimi najaribu kukosoa kwamba wewe ni mtu mwenye unaelewa na unajifanya uelewi, unaona pale kuna ukweli lakini unajaribu kuforce vitu. Maana ungekuwa ni mtu mwenye ukweli, hii kitu tulikuwa tumeiongelea na tukaona kwamba hiyo ni kitu yenye Deputy President aliongea yeye kama yeye, lakini wewe unakuja hapa kudanganya. Mpaka Kurukuntu amekwambia ngoja kwanza tucheze hiyo clip. Mimi ndio nimemsimamisha. So my question is, are you being honest? Kama mimi nilikuambia hivi, na this is my point, I always tell you this, kama unataka kikombe, kama kama tunabishana hapa ndio upate trophy, then you have it, just carry it. Lakini kama tuko hapa about trophies, let me tell you, because you are staying in Kenya. Wewe uko Kenya, ukiniambia from 2013 to 2017 that from 2017 to 2022 Ruto hajafanya. Yes, Jacob, wacha urongo Jacob. Why, mbona mimi naongea sasa unakatwa kila mtu anataka kuongea? Haujakatwa. Nataka tuweze kuweka ikuwe clear, na first pardon yako ilikuwa kwako. Hapa kitu ambacho nahitaji tuweze kuelewana ndio tuweze kusonga mbele, kwa sababu ya muda na time inaendelea kusonga. Jacob, nataka kuendelea kutoka mahali ulikuwa umefikia na react upon what we are talking about democracy. Ile kitu moja naibu rais alikuwa aliyazungumza maswali ambayo tunajiuliza kama wa Kenya. So kuanzia hizi miaka za nyuma tumekuwa na uchaguzi, ndio kumaanisha kwamba hakutakuwa na democracy hapo nchini Kenya. Hii IPC ama hii kitu ambacho analalamikia, na bado yeye ni kiongozi wa Kenya, anaashiria nini kuuje sisi kwetu kama wa Kenya? Inatuonyesha nini? Wewe kama Mkenya umechukua vipi ile swala? Ni nzito kwako ama ni rahisi? Naam. Sasa nikikuuliza, yes, nimeona Chebukati akiwa anaulizwa about issue ya William Ruto, akasema hajaiangalia na hajaifuatilia ili ajue aliongea nini, lakini what he said, it is about to kneel. Hivyo like kuna kuibwa, lakini sasa yeye amejaribu, it is almost to kneel. Let me give you the statement Jebukati made. Jebukati alisema kwamba I had that statement here. Endelea kuzungumza nikiendelea. Okay, Jebukati alisema kwamba yes, he cheza hapa. He has formed the IPC, wametengeneza committee, and the committee is going to investigate the DPC statement all about elections, or rigging of elections this year, August 2022. So already there is a committee that has been formed to investigate those words. So mpaka akasema akaulizwa how long will it take,
akasema hakupeana muda, lakini asema kwamba the committee imetengenezwa ya kuinvestigate hayo manini. Hatuwezi harakisha, niye tunaongoza kwamba hii committee itafanya nini, ituletee majibu. Yes, tuendelee pasi. Cheza weka cheza hapa venye alisema, hakuongea hivyo venye unasema. Yeye mwenyewe amesema hajaisikia, hajaona clip ya Ruto. Anaweza Okay. jibu aje kwa venye unaisema saizi huku. Let me just Nenda kuongea nikienda kutafuta. So kwa hiyo wewe ukikuja hapa ukisema Deputy President hajafanya kazi, hebu nifanyie compare even the economy right now ya 2013 na ukombea ya 2017. Saizi mumefika mwisho ya BBI, mumeona wacha muongezee mafuta, bei ya mafuta. Saizi jana nini imepasuka, pipe ya mafuta, watu wamechota, wako broad, hawaoni kuna ile mkasa ya moto inaweza leta shida. Wameomba hata exchange ikuwe salad watu wakunywe. Ni sababu ya maisha mbaya ambayo imeletwa kupitia Raila. Ndio hiyo wanajaribu ku make sure they collect as much as they can ili wa support mambo yao ya campaign, walete gari mingi zile za kutuonyesha sasa hii ndio government. Lakini sisi tunasema hatuwezi pangwa, hatupangwingu. So these small problems, these problems ni Raila ameipasua. No, I'm saying the remarks that people are making because of the kind of life we are staying right now. It's okay. Jacob nimekuwa nimekuwa nini, lakini of late umeanza kuwa kama mtu mwenye sidhani kama uko sikiza. Mimi hivi nimeingia hapa, nimeendelea negotiation yangu, ama mjadala wangu ama argument kwa argue kwangu, na argue from the side of hivi venye alikuwa anaongea hapa, venye anadanganya Wakenya huku. Statement ya Chebukati ndio hiyo nataka tuisikize. Hata ukitafuta IPC says it will investigate rigging allegations by DP Ruto. Investigate. That's what nilikwambia hapa. Let's hear anasema nini. Let's hear that one and we shall let's hear. Okay. Naendelea kutafuta hiyo mada alizungumza Chebukati akiongea. Mniruhusu msamahani, yes it's here. Given access to factual information before and during the polls. Chebukati's statement coming 2 days after Deputy President William Ruto. No, anataka kupata mada mwenyewe anaongea. So wacha nitafute kwingine tena. Tuendelee kuzungumza, nikipata nitawaambia kwamba nishaipata. Nilikuwa nayo hapa. Fine. Tuko katika moja katika masuala ya kisiasa, hot seat. Na kama ndio umefika, karibu sana tunapozungumza katika haya masuala. So imenipotelea wapi? Nimekuwa nayo hapa nikaisikiza vizuri. Tuendelee kuongea hapo. Nashti huko? Niko Jacob hapa, tuendelee hapo nikiendelea kutafuta hiyo clip niweze kucheza ndugu yetu hapa. Sasa problem ni Deputy President, mimi nakumbuka vizuri sana wakati Raila alienda the same US kwenda kusema kwamba election ya Kenya inakuanga na issues na akajaribu kuomba kama msaada. Deputy President was the first person ya kuambia Raila kwamba wazungu huwa wakuji kupiga kura Kenya. Akuje hapa atafute kura kwa Wakenya, aachane kusumbua wazungu. Now I'm wondering ile kitu yenye Raila alifanya hiyo time akamuongelesha mbaya, saa hii ndio yeye anaifanya.
Na kitu cha Sasa hapo pili, ndo wewe tulie bwana. Sasa hapo ndio nini? endelea Kitu cha endelea. pili, kitu cha pili, deputy president ameenda kuambia wazungu Kenya hakuna democracy. Kenya, government ya Kenya huwa ina allocate 100 billion every year, na zenye zinapotea haijulikani venye zimepotea. 100 billion. Remember, huyu ni deputy president, second in command, anaenda kuongea kwa nchi ya Amerika, na as we know America huwa iko na investors wenye wanaweza kukuja Kenya. Now you are the second in command na unatoa such utterances kwa nchi kama Marekani. What do you expect? Are you scaring the investors to come in Kenya? Ama intention yako ni nini? Hilo ni swali la kwanza inafaa tujiulize. Swali la pili, kama deputy president anakuwa honest enough, maana yeye amesema for the last 10 years Kenyan government imekuwa ikipoteza hizi pesa 100 billion. Yeye Na yeye kama deputy mwenyewe ashawahi chukua hatua gani yeye kama deputy president ikashindikana, ndio saa hii aende kusema huko ama aseme labda anahitaji msaada? Kitu cha tatu, kama angekuwa honest enough kwa hizo utterances zake, angekuwa mtu wa kwanza kuresign. Sisi tunajua demokrasia ya Marekani imekuwa into play more than I think 200 years now. Sasa hapo kwa resignation, hapo ndio mnaleta shida na mimi sasa. Hii ndio mambo AKV aliongea, mbona haja resign? Relax. No, Jacob relax, utareact tafadhali. You are going to react after him. Unajua ndio maana nimetangulia kusema like US demokrasia yao imekuwa into play for like 200 years. Yes. Na US mtu akatajwa ama serikali ikatajwa na anything small, the first thing yenye huyo mtu anafanya ni kuresign, ndio acriticize. So has he claimed that in Kenya there is no democracy? Now it's like yeye anataka kujifanya kwamba ni mtu mwenye anajali hiyo demokrasi. So far yeye amefanya nini? Angekuwa ni mtu mwenye anavali hiyo demokrasi, yeye angekuwa mtu wa kwanza wa kuresign, aseme mimi siwezi kuwa kwa serikali yenye inaibia wananchi. Yes. Unaona? Sasa unajua wazungu, wacha nikwambie, wazungu si watu kama sisi wenye tuna assume vitu. Unaona mtu ni mwizi na bado unamtetea, unasema huyu ni kabila langu. Naomba virudi hapa bwana. Tumeguzwa sisi wote. Mzungu ni mtu, wakati unamwambia kitu anakuchunguza. Like when you are saying that Kenyan government imekuwa ikiiba, Kenyan government haina democracy, you are talking, yani it's like unakula na kushoto na unachukua na kulia. Hiyo serikali ndio imekulipia hiyo trip yenye umeenda kuongea vibaya juu ya hiyo serikali, 107 million. wachana, hakuna serikali imelipia Ruto kwenda trip yake. Hii ilikuwa trip yake, ilikuwa mambo yake. Ndio nauliza hapa, uliona kuna flight ya Republic of Kenya? Jacob. Auonangi news? Jacob, serikali ilimwambia. Ndio maana Jacob, nimekuambia mimi nimeanza kushuku hata kiwango chako cha elimu. Hapana, unajua shida, watu wanasema, mtu aliripoti akasema hii trip yenye tukiangalia expenses zenye zitakuwa. Jacob, Dennis, mwaje huyo jamaa ongee juu anasema tunabeba watu wa Azimio, waje ongee Jacob. Ngoja Jacob, for sure nimekuwa nikikurespect, lakini to some extent naona hiyo respect ikishuka. Yani wewe news ziko all over, mpaka government imetoa figure kwamba ametumia
100 million and 7, I mean, yeah, 100 million and 7 kuchukua hao watu wake kuwapeleka US, wewe uko hapo unakataa. Sasa ni ukweli gani utaikubali? Hiyo news juzi imeongelewa hapa, nikasema emu play that clip. Ilikosa sio? Kurukuntu, si unaweza search hiyo nini kwa Sababu najua it Citizen. is something nataka that is kwanza, nataka nimwekee ndio niende wengine. Nataka asikize hii, nataka usikize hii ndio niende wengine. Sikia. As a commission, all candidates, all aspirants, we don't have candidates yet. All aspirants are bound by the code of conduct, and we shall look at this statement, and we shall investigate, and we shall report to the people of Kenya. Our timelines, we have our own framework, and Okay, nianza hapa. as a commission, all candidates, all aspirants, we don't have candidates yet. All aspirants are bound by the code of conduct, and we shall look at this statement, and we shall investigate, and we shall report to the people of Kenya. Our timelines, we have our own framework, and Sawa. I think umeelewa hiyo Mr. Jacob. Amesema hapo kitaka nakupatia reference bado utaipata. It is there. Hapa alizungumza katika leo kwenye mazungumzo na wanahabari wakati walikuwa wanatia sahihi katika kaunti ya Nakuru pale kuhusiana na waandishi pamoja na vitengo vingine na IPC katika hiyo kaunti ya pale kaunti ya Nakuru. Ndipo akaulizwa interview akasema kwamba they will only investigate. Now they are going to come back and tell Kenyans what's going on. It's okay. Nipitie comment mbili ndio nirudi kwako, ndio turudi. Sijui Mkokoti alienda wapi. Daniel Machoge, unfortunate alters by the DP fearing defeat. Final kicks from a dang horse. So kwamba that's a dang horse, the final kicks from a dang horse. Benjamin Omwakwe, Jacobo, he seems he's living in a different century. Papa Nyabendo pamoja, Papa Nyabendo, njia ya mbinguni ni nyembamba. Jacobo, take easy since ni wewe pekee yako uko light. Yendo wewe ndio uko vizuri. Daniel Machoge, ati udaku members umefanana papa. Papa Nyabendo, like got Ruto our president. Jacobo, niko na wewe. Papa Nyabendo, Jacobo akopoa kabisa. Papa Nyabendo, Jacobo wewe ni man, wachana na hao kai wa sasa unaita wengi Papa Nyabendo. Nisema mtu naengeti with huyo Baba Nyabendo anasema mbaya. Why unaweza sema emonyo AKB by 7 imekuata mara ngapi? My friend Mr. Don't say that. Kila mtu akona mahali anavaa taili. Kama uko UDA, it's okay. Si lazima Vincent yakue pamoja, mwenye ikue pamoja mbele. Emonyo, si vitu zote unafaa kureact navyo, tulia. Ndio Jacob sawa, lakini kama anaongea si lazima nikue mlengo ule. Mimi niko mlengo wangu. Wewe uko mlengo wako. Papa, let's continue kwa tafuta wengine. I think tulikuwa kwa Nashti, tulikuwa kwa nani yule nilisimamisha nani? Ulinisimamisha? Yeah, let's continue nikienda kutafuta Ni Jacob. today, they can only complement the transparency on the result day. So, as a commission, we are sure that the results, as announced at polling station, are final. They'll be availed to you. They'll be availed to the agents of all the candidates. They'll be availed to anybody who has a phone, can take a photo and do their own parallel vote tallying. And so I'm pretty sure that the chances of rigging elections this year are almost nil. So as Yes. Nimesikia umetuwekea hapo umeweka kwa kitu kingine tofauti.
Huyo ni IBC. No, wakati hapo yenye umeweka the really main function umeenda kufanya na Nakuru. You wanted to get us the part ambayo ameongelea. Achana na hiyo yenye umeweka hiyo ni different topic umeweka. Yenye ilikuwa imewapeleka walikuwa kwa hall. But the main interview amefanyishwa na wanahabari akiwa nje. Amesimama nje. Yeah. Ndio hiyo ndio nimeweka. Okay. Sawa. So wewe umetuwekea akimaliza. Unaona it is only 2 minutes lakini hutaki kuweka this transparency. Mimi nimekupatia the main yenye amesema. That is you have two things. Hapo ya 2 minutes. Sasa hapo umeanzia kwa ndio story yote haiko related na hapa. Okay, tufanye hivi. Nitakutumia kwa comment hapo link. Alafu utaweka icheze baadaye. So that's fine. So mimi nikiambia watu wa Azimio wacheni ma feelings. Alafu unajua kuna game ambayo inachezwa hapa mbaya. Leo watasimama waseme waulize Ruto. The other day when Ruto said about DRC Congo, the same questions were asked. Ruto ana watu wa gani wa nje, ana marafiki gani nchi za nje? I can remember very well, that is the time nilikuwa nimeuliza watu hapa, baba kwenda kukutana na mtu, ila tu alienda kwa ajili ya kazi zake, akakutana na rafiki yake, akapiga selfie, akaposti hapo Twitter, akasema amekutana na mtu. Ndio nikamwambia juzi hapa, umeona live, this is something is live. Hajapiga selfie, amekuwa interviewed, tumesikiza sisi wenyewe. Mbona sasa the problem here, nyinyi mna ile game ya kutafuta mtu ameongea lipi baya, but the concept of this meeting hamjaijua. So hapa tukiongelea Ruto alienda kwa sababu ya 1 2 3, mtaanza kusema uongo, sababu mna ile game mbaya, mnataka kujua tu jambo mbaya. Ndio nimewauliza tu kwa uzuri, where is the track record of baba? Ukiangalia Ruto from 2013 to 2017, economy imekuwa safi. Ukiona unga inanunuliwa 90 saizi. Ukiangalia maziwa, just have this small comparison. Utapata kuna kazi ngumu ambayo imefanywa na government ya handshake. Sasa hapa ndio watu hatutaki kusikiza. So it is the same government that imetupiga hiyo tocha yote, then you expect tumeoana na we are under marriage. Wametupiga kwa kututararisha kwa mambo ya uchumi, hatuwezi fanya anything, hakuna biashara. The same people, they have rebranded themselves kujiita Azimio sasa, kuja in different kind of color. Wacha niseme ni color ingine tofauti. Sasa wamevalia ngozi ingine tofauti kuja kutu convince that now they have love kuja kwetu, yet they are the same people ambao wametuumiza. Na hii question at why the deputy president have resign. The same people hapa wangesema sasa mliona resign, atawezaje kazi, atatuhakikishia aje when he is on pressure atakumaliza kazi. So we need someone who's very competent, anavumilia iwe majanga magumu au iwe vipi, atavumilia kwenye kazi yake. Si mtu atafika njiani ya resign. How can we give him our faith? You see, but from the way he has been tortured, ametuhakikishia baada anaenda kukufa na mwana Kenya mpaka siku yake ya mwisho. So hii mambo ya kuniambia mbona haku resign, the same people here I had. Unajua kuna mambo mingi ambayo huwa sijibu, ati mbona hatujawahi ona akijitolea hata mshahara wake apeane ndio tuona atasaidia. Nani amewahi peana mshahara wake? Okay. Hakuna mtu amesema juu ya mshahara. Lakini
kama deputy president, ukiona na uko ndani ya serikali, unaona Kenya hii njia yenye huku haiendi sambamba. That's what I'm saying. As a deputy president, ama as a, yeah. Hapa hivi mtasema deputy president ni mwizi, deputy president kimwerel. Ndio wacha niwaambie, that is where I'm heading. Mbona our president is getting hard time kutueleza alikuwa na ugomvi gani na vice president wake. Mbona he is not coming out and say, okay, you see, just listen, why is he not coming out and pinpoint those mistakes or these things that he has stolen to the Kenyans? We need to see what is there. That is why we are going to stand with our own points that atupangwingwi. Do you remember Mr. Raila Amolo Odinga alisema 21 billion, lakini yeye akasema 7 billion aliipa. Yeye mwenyewe ndiye alitamuka yakamlea. Leta hiyo clip ichezwe hapa tafadhali. Okay, as we are continuing with tonight's topic about we want a peaceful democratic statement which the DP made when he was on a trip at the States. Another issue we are going to talk about is the Azimio. Another thing we talk about the heckling of leaders, which happened yesterday, where we saw the elected leaders at Nyamira and the Kisii County were heckled by residents, which the leaders, they claimed that these people, they were paid to heckle them, so that yani hamna mtu yeyote pale kiongozi mwenye alichaguliwa alipata nafasi ya kuzungumza kwa sababu ya ile watu, the response from the crowd, ya wale watu from the ground. Niona pale kile ambacho tunataka kuzungumzia pia, niona pale the Senator Kisii County Mheshimiwa Ongeri akirusha chupa, akirusha mavitu, watu wanamwambia asiongee. Naona pale watu, hakuna kiongozi yeyote alizungumza, hata governor wa Kisii County ambaye haendi kutafuta governor county ya Kisii. Tuliona pia na yeye hakuweza kuzungumza kwa sababu ya crowd. Lakini kwa mtamshe walisema kwamba vijana au watu walikuwa wameribwa, walikuwa wamepewa pesa ili wakuja wapigie kelele wasiongee. Je, is this the way we should do our politics? Tunafaa kuhimiza nini wa Kenya? Kama ni kijana huko anafaa kuhimizwa nini? Kupigia mtu kelele kama hutaki mtu, so unanyamanza aongee aende zake, ama unapiga kelele? Je, solution ni lipi? Pia hilo pia tunazungumzia hapa ndani. Karibu sana ndani ya nyumba. So next let me hear from Nashti, then tarudi kwake mwenye, tuanze one by one. Na kama unataka kuingia kwenye show yetu ya siku hii ya leo, you can take the link and join us live. Karibu sana Nashti. Okay, hiyo story ya Kisii generally si mzuri. Hivyo vitendo ni vibaya sana, lakini pia uangalie, unajua kuna possibilities ya kwamba hao wanasiasa wanalipa vijana wakuje kufanya hizo story. Like hapa Mombasa tuko na aspirants wawili wa ugavana na wako more strong sana, na wote wako ODM. You know, the last time Baba was here, kuna jamaa alikufa juu ya flackers tu kama hizi. Wacha hata hiyo ya Kisii. Hapa watu walilimana mafimbo. Na ni hapo kwa uwanja, Baba akiwa, watu wote wakiwa. Mpaka kuna jamaa alikufa hapo. So, mimi chenye naweza sema, ukiona mahali kuna vitu kama hizo, hiyo ni one of the indications kwamba hicho chama kiko more strong hiyo sehemu, kumaanisha ukikosa tikiti ya hicho chama then utakuwa huna chako. That's the first factor yenye inaweza sababisha watu kufikia hiyo point. Lakini all and all hizo si vitu vizuri kwa sasa hivi. Inafaa
watu wavumiliane. Jaribu tu kupiga siasa yenye si lazima uheckle kwa mtu. After all, ataongea, wewe ndio utaamua kwa debe. So hata ukamheckle pale, hakuna chenye unasaidia. Wewe muache tu aongee hizo stori zake. Kama umtaki, siku ya debe ikifika, wewe fanya tu mambo yako polepole. Yeah. No, tuendelee basi na hiyo topic nyingine mtiko tunazungumzia. Na pia kuna swala hapo tena, pia governor Nyamira County alipotusi watu ebioto frogs chura kwa sababu ya hayo. I don't know, nimeona wengi wanamshutumu sana wakisema kwamba anafaa ku apologize. Sijui kama wewe unasema nini kuhusiana na hilo. Hiyo ya ebioto. Sasa unajua, ndio nakwambia, si alikuwa ni home county yake. So unajua kuna ile mtu unaweza act out of anger kwamba watu wananiaibisha, vitu kama hizo. So hata yeye, I'm very sure, hata sasa hivi waandishi wa habari mkimwendea, atawaambia labda hiyo kitu ilikuja tu. Sidhani kama alidhamiria kutoa matamshi kama hayo. I don't think so. Siwezi sema kwamba hiyo ni kitu alikuwa ametarajia kuita watu wake. I think mimi nilikuwa tu naona ni ile tu neno ilikuja ili kuwaonyesha kwamba kind of amekasirika juu ni kama walikuwa wanamwaibisha kwa kaunti yake. Mbele ya wageni. So unaona hiyo yenye nakwambia pia ya Joe ni exactly hiyo ili happen hivyo. Joe ilibidi aamke, nao vijana walikuwa makundi mawili wanapigana mafimbo kabisa. Akaanza kuwataja kwa majina, wewe ninakujua, wacha ujinga. Wewe, alianza kuwataja majina, na ukweli story vijana wakatulia. So I can say maybe governor aliongea out of anger, na hiyo neno itakuwa labda imemtoka ile tu ya hasira, kwa sababu ni aibu mbele ya wageni. Okay. Let's go back to that normal topic before tutazungumza mengine kuhusiana na Azimio Western Kenya na jinsi ambavyo hali imeanza kubadilika na ile utezi wa umati wa watu. Okay. Umati wa watu Western. Kwani ni lini Raila ameenda akakosa kupata umati? Wewe haujaona tofauti Hakuna tofauti bro. Western, wacha nikwambie, regions zenye baba anajivunia nazo ni Nyanza, Western na Coast. Hiyo ni kitu yenye iko already kwa mfuko. Hiyo ndio anabageni nayo. Western hakuna siku baba ameenda akakosa kupata umati. Hakuna. So hiyo hata si kitu ya kuongelea. Western iko locked. It's just a matter of kufagia ile uchafu kidogo kidogo yenye Mudavadi waliitana huko kwa familia yao, wakaanza kuongelesha ma leaders. Lakini Western huwa iko locked kwa Azimio. Alafu Kurukuntu kuna shida moja na wewe. Hii time zenye unatuletea ni mbaya sana. Wewe unakujaje live saa 5 surely? Nilikuwa mbali sana nikaona nisipoingia hapa labda nikaona acha tu niingie kwa masaa mawili kwa sababu nilikuwa mbali na town. Okay. Alright. Mr. Jacob. Yes. Unaweza zungumza nini hapa kabla sisi kumaliza maneno kwa mwisho TV kwake ndugu yetu? Kwa upande wa Kisii venye umesema, unajua kuna hii mambo ya
Azimio huwa siwafuatilii sana, sababu wanakuanga ni viongozi wenye matusi sana, alafu siasa zao ni za kuleta tu, ni wana ile game ya kuleta tu confusion kwa watu ambayo hawaonyeshi sera zao kwa ukweli. So I think the same thing Mwai Kibaki talked about in 2002. Yeye aliongelea about this thing. Sijui venye reactions zilikuwa, lakini before elections lazima watu tukubaliane, sababu saizi tukiangalia ndume ni wawili. Pia ukiangalia vice president wetu alisema just we need a simple question ambaye anajibu yes ama no. Ila kwa maswali kama hiyo wakiyasikia, unasikia wataleta furugu zingine huku wakiongea vibaya. It is part of politics. Lakini mambo ya vijana kutopea viongozi nafasi waongee hivyo, iwe ni wabaya iwe wako venye wapo, si vizuri. Sisi kama wana Kenya kwanza tunahitaji peaceful mikutano yenye iko so peaceful. Even though haikuwa ya Kenya kwanza, we don't need that one in our rallies. Though ingekuwa ni mikutano yetu, saizi wangekuwa wanasema unaona atakikani Nyamira, unaona atakikani hivi. So they are just, that is the kind of politics the other side they have. Let them come out, tell the Kenyans the truth, waambie wana Kenya, sababu they are opposition leaders. Let them tell Kenyans why economy iko mbaya sana. So hiyo ndio mchango wangu naweza ongea, sababu sitaki kuongea sana kuhusu Azimio. No, unajua Kenya ni nchi ya uhuru, uko na haki yako ya kuzungumza ile kitu yoyote ile. Naona hapa Kwambo anasema kwamba Rift Valley tuko Azimio, tumechoka na vita za kila mara ya uchaguzi. Usituko okay. Kwambo ulikuwa unataka kusema nini hapa? By the way, Kwambo najua wako US. Kwambo mlikaribisha hata naibu wa rais pale US. Can you tell us? Niona kuna tetezi ziko pale kwamba kuna tiketi za sapa zilikuwa zinauzwa kati ya takriban shilingi 25,000 30 na kwenda juu, ati hazikuuzwa, watu watatu pekee yake ndio walienda wakanunua. Sijui kama ni ukweli. Alienda kuchangisha doo. Ameenda kutafuta pesa ya campaign. Jamani, Kwambo, can you tell us the truth? Kwambo na joko US. Can you tell us what really happened? Mbona mko kwenye event ya naibu wa rais? Nasikia venye Nash pia na comment hapo. La, haina shida. So hii ni siasa ambazo tumezizoea, kwenye unapata wanataka tu siasa mbaya. Alafu Kwambo ni Mkisisi, mtu wa Rift Valley, is just trying to paint like he's part of Rift Valley being locked in Azimio, and Azimio is not part of like atakuja kukuambia usirushe mawe. Azimio themselves, they are those people who are rooting, and they are the same people who are throwing stones. How? Ndio wale wenye tunawaona. These are our brothers from Nyanza. These are my brothers from Nyanza. I know them very well. Hao ni beta mtu mwenye anarusha mawe kuliko mwenye anaua. Kwa hiyo mimi sijaona kwenye tumeua ama tumefanya nini. The thing is, let us come out and do the right politics. Tell the Kenyans the truth. Wasio wana risk maisha venye muliona leo watu wamerisk maisha, wamechota mpaka vijiko vimejaa mafuta, lakini they don't know the other side of the risks ambazo amebeba. So you know, so what do you mean to say? Yani wakati mafuta kimwagika, wacha nikuulize, what do you mean when you say about hivyo? Okay, I don't know. Mafuta imechoma watu Kenya, mafuta imechoma watu vibaya Kenya, hata hatujasahau venye watu wamechomeka. So how is that being connected with politics? Not being connected with politics. We are in very sad economy. Ndio nakuuliza aje, you know,
mafuta ni kitu kingine tofauti na siasa. Ni maana tunahimiza mtu yote hata kama ni Mkenya asiende katika kuchota mafuta kwa sababu ni hatari sana, ni kuriski. Hata mafuta ukikuja kuweka kwa nyumba inaweza ripuka, ileta hasara uweze kuungua. So what you want, huyo Mkenya huwezi mwambia kama yeye mwenyewe unaona hana chakula, hajiwezi, hana ile sosi yenye anaweza jipigania kidogo. Government has come to put us to the down sea level, ambapo saizi hata hospitali hatuwezi ongea about it, but they are in good position of amending things that they are just that can make their own positions to be secured na zile vitu ambazo wako nazo. But what comes to the common mwananchi, you can't hear anyone talking about that one, and they are the same people wako kwenye hizi rally wakisema haya. So where are we going? What are we going to preach to the people of Kenyans? Right. Nashti, what can you say? Before Nashti, alafu kuna hiyo link nimekutumia ya Chepkati, ipitie vizuri, uiweke, usikize kwenye venye Chepkati amesema vizuri sana. Amesema nini? Amekanusha ya kwamba yeye hajaona mambo kama hayo, lakini he is going to try hard, ambapo it is about to nil. Kuibiwa kwa kura kuko about to nil. So it means even from his own position anatuonyesha kuna uwezekano ama kuna uwezekano wa kuibwa kura. Mbona mambo kama hii sasa haijakuja kwenye mchakato? Tuichakate, tuulize sasa. Ukiangalia from these statements ambazo Chepkati yeye mwenyewe ameweka, lakini yule mwenye sasa ako kwa uwanja, yeye huyu ndio referee, anaongea hivi. Yule mwenye anacheza mpira yeye ambaye ameteta, ni kitu saizi imekuwa ni hot cake hapa, ndio kitu iko trending kwa wana Kenya. Okay, naangalia hiyo. Nashti? Unasema nini ya mwisho hapo? Cha mwisho, kuna msemo ya Kiswahili nasema usitukane mkunga uzazi ungalipo. Mimi chenye kinanifurahisha ama chenye kinanisikitisha, vile vitendo venye Raila alikuwa akifanyiwa, watu wanakuja wanamuongelea vibaya, wanambandika majina. Sasa hivi hata ijafikia nusu kwota ya yale yenye Raila amefanyiwa, lakini wameanza kulia already. So me, I'm happy. I'm just enjoying the game. Na ujue wakati unaombea mwenzako mabaya, hayo mabaya yako njiani yanakungoja pia, wewe ni mwanadamu. So like niko kitu kama saa 2 hivi nilikuwa na watch interview fulani ya huyu, na hii nina recommend huyu Jacob aenda itafuta iwatch. Ilikuwa kwa Mtembei TV. Huyu jamaa Uganda anajiita Matanga, Jacob Matanga. Aenda atafute hiyo interview, akae chini aiangalie tu taratibu. Hiyo interview asante, niliangalia. So Mganda hawezi acha politics za Uganda zimewashinda aje kutuongelea. Nilicomment hapo hata pia nikamwambia enda kwanza tengeneza Uganda ndio ukuje huko. Unajua Jacob, shida yako
Haezi ongelea siasa za Kenya ambapo wao wenyewe wameshindwa kufanya anything. Okay, okay, Jacob, okay. Jacob, Tuko maneno ya mwisho. Tuko na maneno ya mwisho. kumbuka ndugu Kurukuntu, kumbuka, Naam. unaona huyu mtu mwenye Jacob anaongea hivyo, Eh. yeye ndio alisimama farm wakati deputy president alikuwa na kesi Hague. Hiyo time hawakumwambia ni Muuganda. Saa hii ndio amekuwa Muuganda. Kwa vile tu umesikia ameongea facts na zinakuuma, sasa amekuwa Muganda, lakini ni sawa tu. Kama uliona hiyo interview, I know umesikia chenye amesema, na huo ndio ukweli wa Mungu. Unajua the problem is if you want to say the truth, wacha kuongea na ile mambo ya kuleta insight, kutaka kuleta, you know, there is a way you talk ambayo ni calm, gentle, ambapo tunaweza kupea wakati wako uongee, but this one of unaongea na kiburi na ego, alafu inaonyesha kuleta insights kwa wana. So ndio maana nimesema huyu Muganda he has no position to talk about politics of Kenya. Let him first go and fix Ugandan problems. Mbona asiende Uganda aulize kura huko kama is very gentle with that one. So I cannot go and watch this Ruto from Hague. Zamani. Hatuna shida na that one was his own contract to do. He was on, alikuwa na kazi ya kufanya. Hiyo kazi alikuwa anafanya, alipwe arudi Uganda. But not coming to Kenya to, I don't know what was about Hague. But I'm just talking what he said just yesterday. It is yesterday, Jacob. Jacob. Yeah. Ndugu yangu, ni nini mbaya na wewe? Niambie, nimeuliza kuna maswali unajua nimeuliza hapa kwa hii panel sijajibiwa. Ya kwanza, ngoja. Ya pili, kuna hii clip yenye mnaongea ya Chebukati, nimetuma hapo Chebukati akiwa interviewed just 2 minutes, haijapigwa hapa. Jacob, yeah, unaweza nipatia nafasi? Nakupatia nafasi, lakini ongea ukweli. Sasa kando na ukweli, ninadanganya nini? Nimekudanganya nini? Ndio ile yenye umeongea ndio nimekuuliza swali. Umesikiza hiyo interview yote? Ndio nakwambia piga siasa za Kenya. Hiyo ndio nakukataza hapa. Wachana na huyu Muganda. Muganda ajui shillings zake. Huyo zao ni tofauti na zetu. So wachana na yeye kabisa. Jacob, Matsanga is living in Kenya. Aishi Uganda. Is a Ugandan. Bro. Ngoja, wacha niongee. Ni nini mbaya wewe? Mbona unaakti kama mtu mwingine illiterate mwenye ajielewi? Not illiterate. Let me ask you. Huyu Muganda akienda Uganda akinunua sukari huko apige shopping akuje Kenya, atasikia uzito gani? Jacob. Hapa kwa boda juzi ukiangalia sukari zinatoka Uganda zimekuwa seized. Sasa vitu mafuta inatoka Uganda. So is someone who doesn't feel the economy of Kenya. Huyu ni mtu tuongelee mambo ya Kenya na wanasiasa wa Kenya. Huyu jamaa Kurukuntu. Mimi utaniruhusu ni leave niache huyu Jacob, since I'm talking with an illiterate person who doesn't know anything, who want to just to criticize anything that comes in. I want kila mtu apate time yake ya kuongea. If you want to react, una react baada ya maongezi ya mtu ashamaliza. Exactly. Kurukuntu, I was saying this, yes. Huyu jamaa nimemrefer kwa interview aenda watch. Amesema amewatch. Nimemuuliza uko sure umeiangalia yote? Nimemuuliza hivyo kwa nini? Ni kwa sababu amesema eti yeye alikuja akafanya kazi, alipwe, aende pale anaenda. Lakini on the same interview, Matsanga amesema hata siku ya mwisho anaenda kutetea Ruto atoke Hague, alikuwa hana fare. Ilibidi achukue gari yake akauzia none other than Senate
ambaye anaitwa Wamatangi, Senator is it wa Kikuyu ama ni wa wapi, akamuuzia gari yake, akapata fare, akaenda Hague. Na walipofika Hague, kuna mwanamke aliwazuia kuingia kwa koti. Wakaenda wakashtakiwa kwamba wameshika huyo mwanamke matiti. Unaona? Hizo stori zote huyu jamaa ameziongea hapa. Sasa huyu mimi ninamshangaa. Hiyo time alikuwa anafaitia deputy president atoke Hague. Sasa hivi amekuwa ni Mganda. Na remember, huyu jamaa aishi Uganda, amekuwa akiishi Kenya, amekuwa akiishi UK. Ako na biashara UK, anaishi Kenya. Sasa hivi venye tunaongea, since 2013 amekuwa yuko Kenya. Na yeye mwenyewe amesema vizuri sana. Akasema mimi tangia nitetee Uhuru na Ruto watoke Hague, hakuna kitu nimelipwa hata shilingi moja. Lakini ninamshukuru rais, ninamrespect. Maana yeye alikuja akaniambia na mdomo wake, asante, ninashukuru kwa kunitetea nitoke Hague. Lakini cha ajabu, deputy wake hata kuniambia tu, hata tu kusema tu neno asante hajawahi sema. Na huyu jamaa amestate vizuri sana, akasema hii kesi yenye inaendelea sasa hivi huko Hague, huyu mtu mwenye anaojiwa huko akipatikana na makosa akapatiana 99.9%, deputy president anaenda kukua na nini ya anaenda kupatiwa order ya arrest, kwa sababu atakuwa amepatikana na hatia ya kuongana mashahidi. Na huyu mtu mwenye anaojiwa huko ni mwenye alikuwa anatumika kupewa pesa kwenda kuongana kwa mashahidi. Sasa wakati Jacob anaongea hapa, mimi ukweli Jacob nimekuwa nikimheshimu, lakini naona ni mtu mwenye ajielewi. Kwanza ninashuku elimu yake, maana ni mtu mwenye anataka kupingana na kitu chochote chenye kinakuja mbele yake. Niambie facts, tutaelewana. Hapa tubishani. In fact, mimi Raila hanijui, anilipii nyumba, aninunulie chakula. Wakati mtoto wangu ni mgonjwa, Raila anitumie pesa nipeleke mtoto wangu hospitali. Same way to you. Pale kuna ukweli, tuseme ukweli. Sio wewe unataka tu kusimama ili mradi tu kuna bundles, unaweza ingia online, unaanza tu kuhaki kwa vitu zenye kila mtu akikusikiza anaona tu wewe ni mtu mwingine. Sijui atakubandika jina gani yenye sitaki kusema hapa. Surely. So wakati watu tunaongea vitu, ongea kitu ukijua kuna watu wengi wanakusikiliza, na remember wanakushangaa vitu zenye unaongea. I think yangu ni hayo kwa leo. Right. Senior servant Janai Momanyi. Yes. Amen. Unakaa kama mtu mwenye kwa hiyo ni wapi hapa mtumishi? Are you traveling on air or on land? Kama labda anaenda US. Yes. Kununua hiyo sapa ya deputy president. Senior karibu sana. Hiyo iko na pesa mingi, hatuwezi kununua. Changieni jamaa bwana, ameishiwa na pesa ya kampeni. Ndo nimeingia kwa mjadala, waje nisikize kwanza, alafu ndo nisikie tunaelekea. Tulikuwa tunamalizia, ila tulikuwa tunataka kuzungumzia kuhusu masuala lake ya naibu wa rais, kuhusiana kwamba kuzungumza juu ya demokrasi, yaani ile kitu ambacho nasema kwamba Kenya inahitaji free and fair elections in the coming elections of this year. So ndio tunaweza kama wa Kenya, je, mbona anapeleka haya masuala katika nje ya nchi kwenda kuzungumza kwamba Kenya haina democracy, yaani hatuna democracy in this country? So what does he mean? Na yeye amekuwa mmoja, ni kiongozi wa Wakenya,
So ndio kumaanisha kuanzia, ni kumaanisha kwamba, so ni kumaanisha, samahani, kumaanisha kwamba kutoka hapa nyuma tumekuwa na uwizi wa kura, kwa sababu mmesema kwamba kuna uwizi, huenda kutakuwa na uwizi wa kura mwaka huu. Je, maoni yako ni yapi? Network Ni kama amehang. Network ameandika hapo kwa comment, amesema kwamba my network is bad gaki, so far network imekataa. Naambia atoe video. Mr. Sina servant wa video, naona kama ana travel, unajua ile kumtembea network pia inakuwa mbaya. Head state, unanipata? Kurukuntu. Oh. Kurukuntu. Yey. Habari jioni. Salama sana. Habari yako head state? Mimi ile swali salama, ile swali nauliza. Unanipata? Nakupata, uliza. Iko mtu anataka kuongea mambo ya demokrasi. Iko mtu anajaribu kuongea mambo ya demokrasi. Yeye mwenyewe si mwana demokrasia. Watu wanajaribu kupigania demokrasi, yeye anarudisha watu nyuma. Anatoka nje ya nchi, anaenda ugaibuni kuongea demokrasi. Whereby yeye anasabotage demokrasi. Ukiona mtu anajaribu kukimbia kuongea mambo ya wizi, na yeye mwenyewe Wakenya wanajua ndio mwizi. Mbona hizi mambo zote hataki kuziongea hapa Kenya? Anaziongea Kenya, anaenda kuziongea huko nje. Hizi makosa zote anajaribu ku-criticize. Anataka kwenda ku-criticize the government, ni wewe mwenyewe unadeputize. Yes. Alafu unajaribu kutuambia eti kura zimeenda kuibiwa. Yeye mwenyewe anajua jinsi, which means anajua jinsi kura zimekuwa zikiibiwa, ndio anaenda kuziongea. So yeye kama unaona White House ilitoa taarifa gani? Wanajaribu kusema eti wameenda kutoka White House. Nimekataa. Whereby mimi ninangoja sana. Ningependa nikuwe hiyo airport. Siku ile those wakirudi. Wakiland Kenya nione watakaribishwa na nani. But I know whereby I want to find myself kwa airport, sababu nitakuwa ni kama nimeingia hii sijui Kenya kuisha. Mwenye sitawahi jaribu hata kukaribia. But mtu kama yeye mwenyewe ameona ni kama ameshaona kivumbi, anaona kivumbi mbele, so anaanza kujaribu kuambia wazungu kuna kura zinaenda kuibiwa. Hence yeye mwenyewe ndiye amejua kwenye kura zimekuwa zikiibiwa Kenya hii, amejua kwenye zimekuwa zikifanywa, amejua zile shida ya Kenya tuko nazo. Na yeye mwenyewe ndiye amekuwa akichangia all these problems that Kenyans we are facing, and he is behind all these things. Easy number one. Democracy ndiye ana sabotage, alafu anaenda kutuambia mambo ya democracy. It won't happen, my friend. Now Kurukuntu, niko na swali kwa head of office. Swali langu ni, wamesema ni kiongozi ambaye ana sabotage. Wacha nimrudishe tu just something that happened. Inaitwa BBI. The same person, he came to Bomas. Akauliza maswali that they were very gentle questions. Ambapo aliuliza, sasa hizi ni vyeo ambazo mumeleta za watu wa huku juu, wananchi mumewaweka wapi? Tunafaa kuzungumzia pia wananchi. Watu walimpigia kelele sana. Akauliza pia kuna procedures ambazo zinafaa kufuatwa. Alipigiwa kelele sana. So he has stepped aside. He is not supporting something. He is saying that he is going to bring problems to Kenyans. Imefika koti, imeangushwa chini, wameanza kusema is the one who has sabotaged the constitution. Because number one,
imeangushwa kwa sababu ya kutofuata sheria. How is he saying now here? That is one of the thing that ni mtu ambaye amesabotage demokrasia. It is the same way alikuja Bomas akasema I'm seeing something that is going to happen, na saizi ameongea hivyo. IBC Chebukati ambaye ni sasa hiyo ndio ofisi yenyewe ya watu wa kura, they are the controllers of these votes. He said something that you are not ready to play here because you know what he said, you see. So hebu wacha aseme hapa venye ameongea vizuri, aongea mambo ya uwizi ambaye ameongea hapa. These are the same questions I'm asking here. Mpaka sasa naambiwa I'm someone who is so illiterate. Yes, head office. Kurukuntu. Oh. Sisi let me ask Jacob. Yes. Pole. Let me kidogo dakika mbili I'm coming back. It's all right. Makweni governor Kivuta Kibwana anataka kuuliza useneta. Jamani governor, utoka ugavana tena urudi useneta? Wakenya jamani, Wakenya jamani. Okay, ule Miguna or in Oro, we are behind Honorable Ruto. Asante sana. It's okay, it's fine. Ikiwa Ponvesi ameitu hapa, niko na dakika chache sana. Nataka tuniweze kutoroka hapa mbio. Na Stini naona mmefungua mic. Kwa dakika moja. Eti kuna maswali, alafu kuna hiyo clip nasikia Jacob analialia eti akijachezwa. Sielewi ile point yenye tulikuwa tunaongelea pale. Kurukuntu. Yeah. Naweza jibu swali la Jacob? Okay, jibu. Nikiuliza nikimjibu in a form of question. Tukipigania 2010 constitution, our deputy ambaye ni William Ruto, he was in the forefront ya kupinga the constitution isipitishwe. Sahi BBI alikuwa anasema iko na shida, akapewa time. Did he come with the solutions of these problems? Ama ye alikuwa naipinga wholesome, sababu iko vitu alikuwa anajaribu kusema sijui zipigwe kura into parts, but in real sense wakiitwa mkutano, there is a meeting they were called to attend for these discussions. Kila mtu alete zile mijadala, ye wakaanza kusema azikufuata sheria za kupitishwa. Mwishowe saa hii ndio nasikia wanapigania nini tena, zile the 35% to the counties whereby walikuwa nazipinga mara ya kwanza wakisema hizo pesa zitatoka wapi, kama saa hii the 15% ndio hizi patikana kwenda county. So where is it double edged? Kama yeye mwenyewe kitu ikishapita anaona uzuri wake, after tumepitisha ikishapita ndiye anaanza kuona uzuri wake, wakati inapiganiwa anaonaga ubaya wake. Mbona asiseme hapana, tutoe hii na hii, tubakisha hii na hii, then tuingie? Yeye shida yake ni kupinga vitu wholesome, whereby hataki kutoa solutions. Is someone not giving Kenyan solutions? Akiuliza mambo ya wizi, kama anaweza jibu where the Aurora Dam kesi mahali, kama anaweza jua mahali imefika, yeye anipe hiyo majibu. All right. Saa 7:22 tarehe 5 mwezi wa 3 2022, Afrika Mashariki. Nashukuru kuwa nasungumza kabla niweke Kifaru atafaru watu. Kifaru wako hapa. Kifaru nilete Kifaru na shukuru kusema kitu. Yeah, nilikuwa nashangaa. Nipo. Ile pati yenye tulikuwa tunaongelea inakuwa associated aje
na hii kitu yenye Jacob anajaribu kutuletea, kwa sababu mahali muhimu yenye ilikuwa tusikize ni pale penye Chebukati anaongea kuhusu hatua yenye atachukua kwa matamshi ya Ruto yenye aliongelea. Naam. Na ukisikia kitu yenye Jacob ameleta, anaongea alikuwa anajaribu kusema kwamba IEBC itapatiana free and fair election na hakutakuwa na visa vyovyote. So nashindwa kuelewa anataka tucheze hiyo kwa manufaa gani, na wakati point yenye tulikuwa tunaongelea in fact iko tu pale penye ulicheza. So mimi nashindwa kuelewa huyu Jacob venye anafikiria, na nashindwa kumwelewa venye ana understand maneno. Nashti. Kuna statement zingine Nashti hapa zinaweka utatanishi kidogo. Okay. Okay. Maybe from Unajua Kurukuntu? Unajua ni kwa nini? Unajua the same Jacob tulikuwa na yeye juzi tukiongelea the same issue. Na unaona alivyoingia hapa tu pap, alianza na hiyo issue na akaianza tofauti na venye tulikuwa tumeongea tukaconclude. Haya, tukaachana na hiyo, tukaingia hiyo story ya IEBC, majibu yenye IEBC imetoa kwa matamshi ya deputy president. Unaona anakuja na different utterances, anataka azifix kwa kitu yenye tunaongelea. That's why nasema ninashindwa kumuelewa chenye anafikiria na ninashindwa kumuelewa understanding yake, kwa sababu tunaweza kuwa tunabishana na mtu na kitu hajakielewa. That's what I mean. Right. Kifaru. Kifaru, fungua mic. Kifaru, unmute please. Yes, unanisikia? Nakusikia sasa. Jambo. Unanisikia? Yeah. Sasa niko na mambo ambayo nataka kuzungumza, ambayo kwanza nizungumze na Jacob. Kuna masuala ameongea ya BBI wale Bomas of Kenya. Acha kwanza nimkosoe. Unajua kwanza BBI katiba ya Kenya ile ya 2010 mwenye alikuwa anaipinga zaidi ni Ruto. Kuipinga kabisa, haitaki kuiona, anataka ile ya zamani. Raila akaipitisha. Unaona? Alivyoipitisha ikawa tena ina shida 2013. Unaona? Yaani inamaanisha huko unajua kura tukipigaga kunakuwa na shida katika uongozi wa urais, ndio kunakuwa na shida, lakini governor, senator hiyo hakuwa na shida, sababu inaleta vita Kenya ni presidential election, as in ya president part. But unaangalia hiyo BBI inaenda kuangaliwa upya itengenezwe upya, ambayo itaweka kabila zote ambazo ziko kubwa kimfano. Unaona kama Wakikuyu, Wajaruo, Waluya, Wakamba, unaona kuweka pamoja. Lakini Ruto hataki, anataka kae wapi? Anataka kae yeye mwenyewe pale na kabila, hadi zile kabila zinabaki hazina. Sasa hii BBI ni inclusivity. Hiyo ukiangalia huyu jamaa anasema kwamba inaweka viti ngapi pale juu. Hiyo ni zile kabila ambazo zile kubwa ambazo zile zinaleta fujo nini. Wakishapata kiti chao basi hawana nini, wana sauti. Unaona? Sasa juzi hapo nimeona kambi ya Ruto inasema inataka pesa iongezwe. Na vile wanapinga BBI. Sasa kuna vitu hapo tunawashangaa watu. Unaona? Haya,
Na masuala ya Ruto kuenda Amerika kulalamika juu ya election kwamba itaibiwa, itafanya nini? Unajua wanasambaga hivi, yani vitu ambavyo unafanyia mwingine maadui, unamfanyia mwingine, ndio zinakurudia wewe baadaye. Yes. So unaona Ruto 2017 Raila alishinda kabisa, ili kwa wazi kabisa alishinda. Yani hata Mkenya anajua Raila alishinda, lakini kuna mchezo ulichezwa mpaka saa hizi hiyo save imefungwa. Hata kote ilitoa iletwe ijifunguliwe ione nani mshindi, lakini mpaka leo wajanani ijafunguliwa. Unaona? So kuna baadhi ya vitu vingine watu wengine wamebaki mdomo wazi, yani wameshindwa. Ruto mwenyewe yeye kama angekuwa ni mtu anafuata mkubwa wake, angemnyenyekea, afanye anachotaka Uhuru nini. Sasa unajua hicho ndio kimesababisha hata Uhuru amemshindwa kumwamini, kwa sababu kuna baadhi ya vitu Ruto amefanya, ufisadi yupo ndani. Pale nashangaa Amerika anachokiongea kitu cha ajabu. Unaona? Bwana Kifaru. Wanasema kwamba kuna corruption. Corruption ndio mkubwa wa corruption. Hello, Kifaru. Nakusikia nani? Ningekuomba ni Nash, ningekuomba nakusikia nani Jacob? Ni Nash naongea. Ningekuomba umalizie submission turuhusu huyo jamaa, namuona ni kama anasinzia. Wewe umeanza kunisoma wewe bwana Shti wewe. Hii ni kunilimit, ananilimit hapa. Kurukuntu amuka, wacha kunilimit. Na tuendelee wewe. Wacha tumruhusu. Let's continue. Nimekuongeza dakika 2 my brother Kifaru. Kwa Ruto acha nimalize dakika moja tu. Sasa kwa Ruto kwenda kama Amerika wala kulalamika kwamba election itaibiwa. Sasa unajua Waswahili usema hivi, siku za nyani kufa miti zote utereza. Umeona? Sasa Ruto ashajua kwamba hapa mimi nafanya nini? Nashindwa. Alafu yeye ni mtu wa fujo, hapendi kukubali. Pale anaongea tu, unajua Ruto yeye kigeugeu. Yaani ni kondoo. Yaani mwenyewe ni mbwa mwitu lakini anavaa ngozi ya kondoo. Anakuchekea lakini ni kondoo. Na ni mbwa mwitu, umeona? Sasa pale anaambia wazungu kwamba mimi nitakubali matokeo. Hawezi kubali. Yaani umjua kabisa, umeona? Yaani hawezi kubali. Na sasa hivyo Azimio ndio naona linachukua kila sehemu. Hata ukijaribu kufanya azini kupima hizo elections. Ukiangalia Western Azimio, Mount Kenya almost sasa hivi nakimbia 60% nakimbia Azimio. Umeona? Kwa sababu Hurl ame raise up. Haya twende Nyanza, hata usiongee. Rift Valley, Masai karibu wote wako Azimio. Unaona? Haya uenda coast yote kwa Azimio. Umeona? Huko kwa North Eastern na Wajir siyo Garissa yote hiyo ni Azimio. Umeona? Ruto hana sehemu, ni Eldoret pekee yake atakuwa nayo. Sasa amekuwa amechanganyikiwa kabisa. Umeona? Mpaka sasa hivi hata Kenya Kwanza walikuwa na shida wake nani atakuwa deputy president. Umeona wakati waka Rigathi Gachagua kutoka Mount Kenya wameshindwa. Rigathi Gachagua anaenda kuwa MP Madhira. Umeona? So vitu fulani Ruto ameshaona kila kitu kimekuwa mesa na amepoteza pesa nyingi. Ana ahadi za uongo. Unajua Ruto hata kinachomharibia zaidi, yeye pia ni muongo. Na yeye pia ni mfisadi. Alafu na watu ambao wako nyuma yake wote ni mfisadi. Kama Waiguru. Waiguru ni mtu wa NYS. Sasa unajua kuna vitu fulani yani kwa kama kuna Wakenya, unajua si hatuko Kenya, wengine hatuko Kenya, tuko nje. Hivi vitu tunaangalia Kenya ni vitu vingine, hata hizi vitu kupanda uchumi kukua mbaya ni Ruto. Pale anaenda anazungumza matope tu. Umeona? Sasa tunamshangaa yani. Yaani mimi hii ndio submission yangu. So kama jamaa mtamwachia alale, naona anasinzia. Alikuwa anasinzia, naona ameamka. Sawa Mura Kifaru tu kuigure. Kifaru. Sitaki. Haya Mura. Kwa sababu nkongoye. Anataka Nashti. Nashti. Sina waza Pakistan.
Haya, sawa sawa. Naweza wacha backstage kifaru usiondoke. Point Base head office, don't leave. Nataka Haya of course bana, lala nimechoka bana. because of working the whole day since morning mpaka nafiri kuchoka, and then yes, thank you very much just for coming, and NPD mwenye amechangia kwenye mchezo wetu wa siku hii ya Iko leo. kamera. Daniel Onkware, I see you. Asema Papa Tosha, asante sana kwa kuingia, nashukuru sana. Thank you very much, you guys. We value you, and anything that you do tunawapenda sana. At this moment wacha mimi niweze kuondoka hapa, kisha baadaye tutapatana siku ya Jumatatu, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mungu akipenda. Naona watu wametoka hapa ambio hapa, wametoka hapa sasa. Okay, let me review with Jacob and Nashti. Mtaenda kuzungumza pale backstage. Na wale ambao kama unataka kuongea na wao backstage hapo, kujiunga pamoja na wao, ingia na hii link kabla nimalize show. Ingia na hii link kabla nimalize show. Niwashe pamoja mkizungumza mpaka kama mtaachia. Nimefuta. Ni mtaondoka tu mniachie studio. Mimi lakini nitakuwa nafunga theater side. So nikienda hapa broadcast utapaki nje. Nataka uchukue hiyo link hivyo, head office amekuja. Na mwingine tena mnataka kuingia njoo haraka ni watch backstage mkiongea mawili matatu. Kwa sababu hapo mtakuwa free kuongea sasa, hakuna mwenye atakuwa na wasikiza au tuko nje. Nimepakisha nikimaliza kuomba nipate kwamba utakuwa umewaziri niweze kukuongeza kwenye show. So nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi katika siku hii ya leo. Na tumeshiriki katika show ya siku hii ya leo, na tumeweza kujifunza mawili matatu kuhusiana na yale matamshi yake naibu wa rais. Kwa sasa wacha niweze kushukuru Mwenyezi Mungu, nitoke kwenye studio, ni waache wale ambao watapaki kwenye hapa backstage, muongee, mpige siasa mpaka mbali ambapo mtatoka. Tufunge macho, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Baba, tunalinua jina lako, asante kwa maana wewe Mungu shimilele. Pokea sifa zako na tunashukuru kwa kuwa pamoja na sisi. Tunapoenda kupumzika usiku huu, na wengine najua ni jioni na wakati huu, tunaombea neema na fadhili kutoka kwako. Sasa tutendee makuu kwa maana unastahili, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen and amen and amen. Amen and amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Jua kwamba ulikuwa katika kipindi cha Hot Seat, whereby we are planning to come with politicians on the live show, tuongee na wao moja kwa moja. Lakini kwa sasa nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na sisi. Mimi ninatoka, au wengine ninaacha hapa DHT, ninaacha head office, ninaacha Jacob kwenye backstage. Nilisema kiwa ulikuwa unataka kuingia hapa, uingie na hiyo link, nikupata hapa, nikuongeze, niwache backstage, muweze kuzungumza yenyu mpaka mbani papa mtakuwa mmechoka. So kama uko pale, utatufuata hapa nyuma ya tent, nitakuongeza. Kama umechukua hiyo link yenye comment section, chukua hiyo link haraka, chukua hiyo link hapo, ifuate kufikisha hapa, nikuache ukiongea nao wengine hapa, kwa sababu wakati wangu wa show umeisha.